Maana Mungu ni upendo. Na kila anachokifanya kwao, kazi yake ni kuipanda mbegu njema. Ndio shughuli ambayo Mungu anaifanya. Maana mfano anasema kwamba aliyepanda mbegu njema ni mwana wa Adamu. Hata katika maisha yako tabu ambazo unazipitia, huenda ni kwa sababu ya uchaguzi wako na ushirikina wa shetani. Maana Mungu hatufanyii mabaya. Kwa jambo la kwanza amesema aliyepanda mbegu njema ni mwana wa Adamu. Soma jambo la pili, lile konde. Ile konde hapa na pale, anayepanda mbegu mbaya samahani ni Shetani. Twende mtu wa Mungu. Biblia inasema, inasemaje? Magugu ni wana wa yule mwovu. Yule aliyepanda ni Ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia. Mavuno ni nini mtu wa Mungu? Ni mwisho wa dunia. Na wale wavunao ni malaika. Twende. Basi kama vile magugu, sikia kwa makini hapo, kama vile magugu yakusanyavyo na kuchomwa motoni, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Ndivyo itakavyokuwa lini? Mwisho wa dunia. Itakavyokuwa lini? Mwisho wa dunia. Mwisho wa dunia. Nini itafanyika? Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote na hao watendao maasi, na kuwatupa katika tanuru ya moto. Ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Achia hapo. Kwa hivyo Biblia iko wazi ya kwamba moto wa jehanamu utafanyika lini? Hebu nijibu mwenye kipaza sauti. Moto wa jehanamu utafanyika lini? Mwisho wa dunia. Kubariki. Itatokea mwisho wa dunia. Ona jinsi Mungu ni mwenye subira. Hataki yoyote apotee. Anapeana muda wa kutosha wa kila mwanadamu aikubali injili au aikatae injili. Ndio maana ametutuma sehemu za Waithaka tukuonyeshe upendo wake, tukuonyeshe anavyokujali, tukuonyeshe anavyokutamani, anavyokuthamini samani. Lakini wewe ubaki na uchaguzi, uchague kuwa magugu ama uchague kuwa mbegu njema. Magugu mwisho wa dunia yatakusanywa pamoja na yatatupwa motoni. Lakini sio kusudi la Mwenyezi Mungu, ni kwa kuwa amepeana muda wa kutosha na wanadamu hawajaitikia muda wa kipekee ambao wamepatiwa. Tumejibu swali la kwanza tayari. Jehanamu itafanyika lini? Jehanamu itafanyika mwisho wa dunia. Mwambie jirani yako, jehanamu itafanyika mwisho wa dunia. Asante. Kumaanisha hakuna kitu kama watu wakifa wanaenda jehanamu. Hakuna. Biblia haifunzi hivyo. Nimesikia mwanzo kuna wimbo mwingine ambao umevuma sana, unaitwa wimbo wa Mzee Tupatupa. Wangapi wamesikia wimbo wa Mzee Tupatupa? Mzee Tupatupa anasema sijui alipata ajali akakufa, akabebwa akapelekwa kuzimuni, akapelekwa tena mbinguni. Yaani visa vya ajabu. Tulisoma hapa watu wakifa hawaendi mbinguni, hawaendi jehanamu. Watu wakifa wanasalia makaburini hadi Yesu Kristo atakapotokea mawinguni. Jehanamu itafanyika mwisho wa dunia. Mpenzi, kabla mwisho wa dunia kufika, Yesu Kristo amekupatia nafasi ya kumkubali.
Yesu Kristo amekupatia nafasi ya kumpokea. Alikufa ili usife. Alikufa ili usife katika moto wa jehanamu. Kwa hivyo kipengele cha kwanza, jehanamu itafanyika mwisho wa dunia. Kipengele cha pili ni gani? Tunauliza sasa, jehanamu itafanyika wapi? Itafanyika wapi? Kwa pale nyuma tumesema ya kwamba bila shaka jehanamu itafanyika mwisho wa dunia, lakini swali ni itafanyika wapi? Hapo kitabu cha Mathayo sura ya 13, ule mfano ambao tumeusoma, mtu wa Mungu. Nataka usome kitabu cha Mathayo 13, soma mstari wake wa 30 na 9. Biblia inasemaje? Yule adui aliyeyapanda ni Ibilisi. Anza 38, samahani. 38 Biblia inasema lile konde ni ulimwengu. Anasema lile konde, shamba ni nini? Ulimwengu. Ni ulimwengu. Twende. Zile mbegu njema ni wana wa ufalme. Tulia, kumaanisha upanzi unafanyika ulimwenguni, uvunaji unafanyika ulimwenguni. Ni kwa nini kuchomwa kufanyike mbinguni? Kama wamepandwa ulimwenguni, wamevunwa ulimwenguni, ni kwa nini wachomwa mbinguni? Kwa hivyo kitu cha pili ambacho napaswa kujua, jehanamu itafanyika wapi? Itafanyika hapa duniani. Hapa duniani. Na nikwambie, nitapenda fungu lingine tu. Katika muktadha, in the context ya hukumu ya Mwenyezi Mungu, hakuna mahali kunaitwa jehanamu ambayo saa hizi watu wanaungua. Jehanamu ni hafla. Ni hafla. It is an event, not a place. Ni hafla. Ni kama tukiamua kufanya harusi hapa, ama hata ni harusi ile imeenda mbali, crusade. Unajua hapa baada ya wiki mbili hakuna mtu anasema kwamba ninaenda kwa crusade. Hapa si crusade tena. Inaitwa crusade kwa sababu inafanyika saizi. Ikiisha sio crusade tena. Inamaanisha kwamba jehanamu itatokea hapa duniani, ikimalizika haitatokea tena. Hakuitwi tena jehanamu, kunaitwa nchi mpya ambayo Mungu ameiumba. Tuhakikishe Ufunuo 20 mstari wa 7 hadi wa 9. Ufunuo 20 mstari wa 7 hadi wa 9. Twende mtu wa Mungu kwa upesi, nasemaje? Na hiyo miaka 1000 twende kabisa itakapokwisha, zungumza kuhusu miaka 1000 kesho itakapokwisha, twende. Shetani atafunguliwa, atoke kifungoni mwake, twende kabisa. Naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe nne za nchi. Walio wapi mtumishi? Pembe nne za nchi. Pembe nne za nchi. Shetani atafunguliwa, atoke kifungoni, awadanganye watu walio pembe nne za nchi. Tazungumzia kesho kuhusu kifungo chake. Endelea kusoma, twende. Gogu na Magogu, endelea kusoma. Kuwakusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Twende. Wakapanda juu ya upana wa nchi. Sitiza hapo kabisa, wakapanda wapi? Juu ya upana wa nchi. Juu ya upana wa nchi. Twende. Wakaizingira kambi ya watakatifu. Soma kabisa. Na mji huo uliopendwa. Alafu nini katokea? Moto ukashuka kutoka mbinguni. Moto ukashuka kutoka mbinguni. Ukawala. Kwa hivyo tumejibu maswali mawili. Jehanamu itafanyika lini? Mwisho wa dunia. Jehanamu itafanyika wapi? Hapa duniani. Yaani hapa ambayo dhambi tumechagua kutompokea Yesu Kristo. Hapa ambapo tulikataa mwaliko wa ukombozi. Hapa ambapo shetani aliweka hila zake. Hapa ndipo jehanamu itakapofanyika. Itafanyika mwisho wa dunia, tena itafanyika hapa duniani. Swali letu la mwisho, jehanamu itatekea, sina mwisho la tatu. Jehanamu itatekea kwa muda gani? Itateketea kwa muda gani? Nataka nianze kusema kwamba moto wa jehanamu hautateketea milele. Jambo la kwanza, moto wa jehanamu hautateketea ama hautawaka milele jinsi watu wanavyoamini. Nimesikia watu ambao wanaamini ya kwamba itakuwa nachoma kidole kimoja pole kidole kinaenda, cha pili kinaenda. Yaani masuala nataka kana kwamba ni drama hivi kwa Biblia. Haiwezi kuwa hivyo. Haiwezi tokea hivyo. Yaani pole hadi milele wote utakuwa unaunguzwa. Huyo si Mungu mwenye upendo. Mungu mwenye upendo hafanyi kazi hivyo. Hebu nikuulize mfano. Leo serikali iseme ya kwamba unapaswa kuvaa barakoa. Utembee barabarani bila barakoa, alafu upeleke kotini. Jaji akwambie kwa sababu
kuuliwa polepole, ukichomwa kidole kimoja baada ya kingine. Atakuwa ni jaji mwenye haki kweli huyo? Haiwezekani. Kwa sababu barakoa peke yake haiwezekani kuwa hivyo. Kama hakimu wa ulimwengu hawezi kufanya hivyo, Mungu wa ulimwengu hawezi kufanya hivyo. Sababu tatu kwa nini moto wa jehanamu utawaka milele. Sababu tatu. Sababu ya kwanza, moto wa jehanamu utawaka hapa duniani. Moto wa jehanamu utawaka hapa duniani. Na nikiangalia Biblia yangu, Mathayo 5 mstari wa 5 inasema hivi. Mathayo 5 mstari wa 5, sema mtu wa Mungu, inasema heri. Mathayo 5 mstari wa 5 inasema heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Asante. Wenye upole watairithi nchi. Kama moto wa jehanamu utafanyika hapa duniani, sikiliza, ni utawaka vipi milele? Na hii dunia Mungu ataiumba upya kwa sababu ya watoto wake waliompokea. Moto wa jehanamu ukiwaka milele utaharibu amani na utulivu ya watoto wa Mungu ambao wameahidiwa nchi mpya. Tutazungumzia kuhusu nchi mpya siku ya Ijumaa, Mungu akitujalia. Lakini sikiliza, Mungu ameahidi nchi mpya kwa sababu ya wateule wake. Moto wa jehanamu hauwezi kuwaka milele. Jambo la pili, kwa nini hauwezi kuwaka milele? Mungu ni mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Hebu punga mkono wako hewani namna hii. Amina. Mungu akubariki. Mungu ni mwenye haki. Kitabu cha Ayubu 37 mstari wa 23. Kitabu cha Ayubu 37 mstari wa 23. Biblia inasemaje? Twende mtu wa Mungu. Ayubu 37:23. Twende. Yeye Mwenyezi hamwezi kumuona. Yeye Mwenyezi hamwezi kumwona. Yeye ni mkuu. Yeye ni mkuu. Mwenye uweza. Tena mwenye uweza. Tena mwenye hukumu. Ni mwenye hukumu Mungu wetu. Na mwingi wa haki. Ana wingi wa haki. Ataonea. Hawezi kumwonea mtu. Huyo ndio Mungu tunayemwabudu, ni mwenye haki. Yeye Mungu ni mwenye hukumu, tena hajui kuonea mtu. Hakuna jinsi Mungu atamteketeza mtu aliyeiba kipini milele kwa moto wa milele. Hakuna jinsi Mungu ataadhibu sawa sawa shetani na waliodanganywa na shetani. Ndio wote wataangamizwa mpaka wamalizwe, lakini kiwango hakitoshani. Biblia inafunza hivyo ya kwamba yule aliyejua mapenzi ya Bwana wake na kuyafanya atapigwa viboko vingi. Yule ambao hakuyafahamu atapigwa viboko vichache. Yaani, japo wenye dhambi wote watateketea na waishe, lakini kipindi cha kuteketea hakitafanana. Manake Mungu ni mwenye haki, hawezi kuonea mtu. Sababu ya mwisho, uzima wa milele umeahidiwa kwa waliokombolewa tu. Bwana Yesu asifiwe. Uzima wa milele umeahidiwa kwa waliokombolewa peke yake. Yohana 3:16 ni fungu ambalo linajulikana zaidi katika Biblia kulingana na utafiti. Inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, soma kabisa, hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amina. Sikiliza, uzima wa milele umeahidiwa kwa wale watakaompokea Yesu. Ndio maana mada yetu tunasema alikufa ili usife. Alichukua kifo ambacho kilikuwa kinastahili kuwa chako na changu, ili tuchukue maisha ambayo ni yake. Kwa hivyo wote watakaompokea Yesu Kristo haiwezekani wafe. Wote watakaomkataa Yesu Kristo, mauti ya milele inawasubiri na kifo chao ni hakika. Malaki sura ya 4 mstari wa kwanza. Itakuwaje kwa wenye dhambi? Malaki sura ya 4 mstari wa kwanza, utasoma mstari wa kwanza na wa 3. Inasemaje? Malaki sura ya 4 mstari wa kwanza na wa 3. Kwa maana angalieni, soma kabisa, siku ile inakuja, twende,
inawaka kama tanuru. Soma kabisa. Na watu wote wenye kiburi, nao wote watendao uovu, watakuwa makapi. Anasema watakuwa makapi. Wote ambao wamekataa mwaliko wa ukombozi. Jinsi tunahubiri hapa, tunakualika umpokee Yesu. Tunakualika ugeuze maisha yako. Tunakualika uone upendo mkubwa Yesu aliye nao katika maisha yako. Anasema wote ambao watamkataa Yesu watakuwa kama makapi. Soma. Na siku ile inayokuja itawateketeza, asema Bwana wa majeshi. Itawateketeza, asema Bwana wa majeshi. Hata itawaachia shina wala tawi. Haitawaachia shina wala tawi. Yani shina ambaye anazungumziwa ni Shetani, matawi ni watoto wake ambao wamedanganywa na yeye. Mungu atamwangamiza Shetani na wote ambao wamechagua kumfuata Shetani. Soma mstari wa 4 mtu wa Mungu. Mstari wa 4 Biblia inasema, umesoma watatu inasema, twende. Nanyi mtawakanyaga waovu. Anasema nanyi mtawakanyaga waovu. Maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yenu. Watakuwa nini? Majivu. Watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yenu. Twende. Katika siku ile nifanyayo, asema Bwana wa majeshi. Hebu soma mstari wa 4 nisikie. Ikumbukeni torati ya Musa. Sasa hapo Mungu akubariki. Biblia inasema kwamba siku ile, mtu mpendwa, wenye dhambi watateketezwa hadi wawe kama majivu, wataisha wasionekane. Akiwemo Shetani atateketezwa hata kuwepo tena. Bwana Yesu asifiwe. Shetani ambaye ametesa watu wa Mungu, yule ambaye amevunja familia za watu, yule ambaye amesukuma watu katika vifungo vya ulevi, uzinzi, uasherati, Biblia inasema kwamba atateketezwa hata kuwepo tena. Na ukitaka kuwa salama, jitenganishe na mtu ambaye anaenda kuteketezwa, manake yeye ndiye ameandaliwa moto wa milele. Ndio maana Yesu anakupatia mwaliko, anasema njoo mwanangu, nilikufa ili usife, nilikufa ili uwe hai, kwa kupigwa kwangu umepona, usiende kuangamia katika kifo cha milele. Ndio mwaliko ambao Yesu anawapatia watoto wake ambao wanaitwa kwa jina lake. Asante mtu wa Mungu. Hebu soma Ezekieli, usikie jinsi Shetani atakavyoangamizwa. Ezekieli soma 28:16, alafu some 18 na 19. Ezekieli 16, usome 18 na 19. Twende mtu wa Mungu, inasemaje? Ezekieli 28, 16, 18 na 19. Soma, inasema. Biblia inasema, kwa wingi wa uchuuzi wako, twende, watu walikujaza udhalimu ndani yako, na umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu, kama kitu kilicho najisi, nami nimekuangamiza, ewe kerubi. Mungu anasema amemwangamiza ewe kerubi. Huyu ni Shetani alianguka. Twende. Ufunikaye, huyu ambaye anafunika, utoke katika mawe hayo ya moto. Mstari wa 18 nasemaje na 19? Kwa wingi wa maovu yako, twende, katika uovu wa uchuuzi wako, soma, umepatia unajisi patakatifu pako. Soma kabisa. Basi nimetokeza moto kutoka ndani yako. Anasema nimetokeza moto kutoka ndani yako Shetani. Nao umekuteketeza, nami nimekufanya kuwa majivu juu ya nchi. Atamfanya kuwa majivu juu ya nchi Shetani, machoni pa watu wote wakutazamao. Watu watamtazama Shetani ambao ametuhangaisha miaka hii yote. Twende. Wote wakujuao, wote wanaomjua Shetani kati ya kabila za watu kabisa, mtu wa Mungu, watakustaajabia. Watamstaajabia. Umekuwa kitu cha kutisha, amekuwa kitu cha kutisha, wala hutakuwapo tena hata milele. Anasema wala Shetani hata kuwepo tena hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ambaye ametuhangaisha zaidi ya miaka 6,000 hatimaye ataangamizwa na hata kuwepo tena. Hatutajua tena kifo, hatutajua tena maumivu, hatutajua tena familia zisizo na amani, hatutajua tena uchumi uliozorota, manake yule ambao ni chanzo ya maumivu yetu atateketezwa na asiwepo tena. Basi kama ni hivyo mhubiri, Biblia inamaanisha nini ikisema milele na milele?
kwamba wataungua milele na milele. Sikiliza, Biblia ikisema milele na milele inamaanisha kadiri bado kuna uzima. Yaani ikisema wenye dhambi wanateketezwa milele na milele, kadiri bado wako hai, moto wa jehanamu utawaka uwamalize. Ikisema wataangamizwa na moto wa milele, matokeo yake ndiyo milele, lakini moto wenyewe utafika kikomo chake. Mfano, Biblia inasema kwamba miji ya Sodoma na Gomora iliangamizwa na moto wa milele, lakini leo miji ya Sodoma na Gomora haipo, iliisha wala haionekani tena. Swali letu la mwisho la muhimu zaidi ni nani atakayeteketezwa katika moto wa milele? Ufunuo 21 mstari wa 8. Twende Ufunuo 21 mstari wa 8. Biblia inasema, ni nani huyu atakayeangamizwa katika moto huu wa milele? Twende mtu. Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wale wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu. Soma kabisa. Na waongo wote. Sehemu yao ni katika ile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Anasema hii ndiyo mauti ya pili. Wote ambao ni waoga wanasikia mwaliko wa wokovu, lakini kwa sababu wanaogopa kumkiri Yesu wanahatarisha maisha yao ya milele. Wote ambao hawaamini wamefunguliwa kweli za Biblia, wameonyeshwa jinsi Mungu anavyowapenda, jinsi Mungu anavyowajali, jinsi Mungu anavyowathamini, lakini hawataki kuitikia, wanahatarisha maisha yao ya milele. Wote ambao ni wauaji, wazinzi, wachawi, wanaabudu sanamu na waongo, wote wanahatarisha maisha yao ya uzima wa milele. Watapokea mauti ya pili. Unajua hichi kifo ambacho tunalala leo ni usingizi tu. Biblia inaita ni kifo cha kwanza. Si usome Ufunuo 20 mtu wa Mungu mstari wa 6. Usikilize jinsi Biblia inavyosema. Ufunuo 20 mstari wa 6, sikiliza. Na hilo tutalijengea zaidi siku ya kesho. Twende. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Twende. Heri na mtakatifu. Heri na mtakatifu. Ni yeye yule aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Tu ya hao mauti ya pili haina nguvu. Mauti ya pili hayana nguvu. Maliza. Bali watakuwa makuhani wa Mungu. Watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo. Nao tena watatawala pamoja naye. Watatawala pamoja na Kristo hiyo miaka 1000. Amina. Mungu akubariki. Sikiliza, yeyote aliyempokea Yesu akilala usingizi wa mauti leo, yani akifa, kwa lugha nyepesi, akifa leo ni kama aliyelala usingizi tu wa mauti. Amelala tu, anasubiri asubuhi ile njema, Yesu Kristo atakaposhuka na malaika na sauti ya parapanda mkuu. Waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, tena watafufuliwa wavae kutokufa. Lakini wale wengine baada ya kipindi cha miaka 1000 wataangamizwa katika maangamizi na kifo cha milele. Ni nani ambaye ataangamizwa katika moto? Yohana 3:16. Ni nani ambaye ataangamizwa katika moto? Yohana 3:16. Soma tena fungu hilo kwa maana nyingine. Nisome na nguvu na ujasiri, maana yake la maana sana hilo fungu. Inasemaje? Twende. Biblia inasema hivi, kwa maana jinsi hii wakaaji waitaka. Mungu aliupenda ulimwengu ambao wewe upo sehemu ya ulimwengu. Alikupenda kabla hujamchagua, alikupenda kabla hujamfikiria. Yesu alikuasa. Twende mtu wa Mungu. Hata akamtoa mwanawe pekee. Tena alimtoa mwanawe pekee ili kila mtu atakayefanya nini? Amwaminie. Kila mtu, Mkikuyu, Mjaluo, Mkisii, Mgiriama, Mzungu kwa Mhindi, kila mtu atakayemwamini, amesema kwamba hatafanya nini? Twende. Asipotee. Hataweza kupotea. Bwana Yesu asifiwe. Bali yeye awe na uzima, atakuwa na uzima wa milele. Kumkataa Yesu leo ni kusema unataka
kuteketea katika moto wa milele. Kukataa mwaliko wa ukombozi leo ni kusema kwamba mimi simtaki Yesu, nipo tayari kwenda na shetani katika moto wa milele. Sikiliza mkazi wa Ithaka, moto wa milele haukuandaliwa kwa sababu ya mimi na ambao tumeumbwa katika katika sura ya Mungu. Mungu hakuandaa moto wa milele kwa sababu yako na mimi. Wanadamu walioumbwa katika sura ya Mungu wataungua katika moto wa milele kwa sababu ya kushikamana na shetani. Nikupatie mfano mzuri. Ukienda bucha ununue nyama, unataka kula nyama choma. Uchukue nyama yako alafu weke kwa shelf kwa nyumba yako pale kwa jikoni. Alafu ikifika ile wakati wa kuchoma nyama, upate imejaa chungu ile nyama. Ukung'uta lakini kusalie kama chungu wawili. Wangapi wanatupa nyama? Hakuna. Unasema hiyo nyama pamoja na chungu wote wapi? Motoni. Nasema kufa dereva, kufa kondakta. Maana nilikuwa nataka nyama, nimekung'uta najaribu kumokoa huyu chungu na amekataa, amekwamia. Itabidi niunguze nyama pamoja na chungu. Sikiliza, anachokuja kuangamiza Mungu ni dhambi. Popote atakapopata dhambi ataangamiza. Popote atakapopata dhambi ataangamiza. Na mimi na wewe leo tuko na nafasi ya kipekee ya dhambi kuondoka katika maisha yetu. Vipi? Damu imemwagika ni ya Emanueli. Wote wenye taka wakioga wanakuwa safi. Bwana Yesu asifiwe. Yeyote ambaye amempokea Yesu, damu ya Yesu inafanya badiliko katika maisha yake. Damu ya Yesu inampatia nguvu ya kuishi maisha ya ushindi. Damu ya Yesu inamtakasa. Anasalia akiwa yule ambaye anaweza kukabiliana na moto wa Mungu kwa sababu amefunikwa na damu ya Yesu Kristo. Atakaye teketea katika moto wa milele ni yule ambaye amekataa mwaliko wa ukombozi. Ni yule ambaye amekataa kumkubali Yesu Kristo. Ni yule ambaye amekataa maisha yake ashinde dhambi. Na nikwambia inahuzunisha kwamba wengi ambao wanasikia habari za Yesu Kristo wanadharau. Wengi ambao wanasikia mwaliko wa ukombozi wanadharau, na hatimaye, sikiliza mpenzi, maangamizi ya milele itawapata. Lakini jioni hii, wewe ambao umesikia habari hizi, Mungu amekupatia nafasi ya kipekee ili kwamba ufanye badiliko, umkubali katika maisha yako kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na maana Ezekieli sura 33 mstari wa 11. Sikiliza jinsi Mungu asemavyo. Ezekieli 33 mstari wa 11. Soma mtu wa Mungu. Biblia inasemaje? Waambie. Twende. Inasema waambie. Mungu anasema tuambie wakazi wa Ithaka. Kama mimi niishivyo. Kama Mungu aishivyo. Asema Bwana Mungu. Anasema hivi. Sikufurahi kufa kwake mtu mwovu. Mungu hafurahi mtu mwovu akifa. Wakazi wa Ithaka, Mungu hataki muangamie. Ndio maana amewatafuta hadi hapo Ithaka. Ndio maana amekuja mpaka mahali mnafanya biashara. Ndio maana amewatembelea majumbani wengine. Hataki mtu yeyote aangamie. Twende mtu wa Mungu. Bali hagairi mtu mwovu. Na kuiacha njia yake mbaya. Tena ayache njia yake mbaya. Akaishi. Soma. Gairini. Wakazi wa Ithaka, gairini. Yani badilikeni, mkubali Yesu Kristo, mpokee kama Bwana Mwokozi wa maisha yako. Badilika kabisa. Twende. Mkaache njia zenu mbaya. Wache njia zenu mbaya, wakazi wa Ithaka. Mbona mnataka kufa? Mungu anauliza, mbona mnataka kufa? Enyi nyumba ya Israeli. Kwa nini wakazi wa Ithaka, Mungu anauliza, mnataka kuangamia? Kwa nini? Hakuandaa moto wa milele ukuangamize wewe. Anauliza, ni kwa nini unataka kuangamia? Nimekuokoa na damu yangu ya thamani. Nimekukomboa, nimekuita kwa jina langu, wewe ni wangu. Mbona unataka kuangamia? Mungu anauliza. Anasema badilika. Gairi, mpokee kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, ili kwamba upate, sikiliza, upate kuokolewa hatimaye. Na katika Biblia kuna swali ambalo mimi nalisema ni swali ambalo Mungu hana jibu lake kwa lugha yangu ya kibinadamu. Mungu hana jibu lake. Kitabu cha Ibrania 2 mstari wa 3.
Kuna swali pale Mungu anauliza tunapoelekea hitimisho ya somo letu. Waebrania 2 mstari wa 3. Sikiliza jinsi Mungu anavyouliza. Twende. Sisi je wakazi wa Ithaka, sisi je washiriki wanaoniangalia hapa, sisi je wahubiri wenzangu na waimbaji. Mungu anauliza sisi je, twende, tutapataje kupona? Tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu? Tusipojali wokovu mkuu namna hii ambao kwanza ulinenwa na Bwana, kisha ukadhibitika kwetu na wale walioisikia. Achia hapo. Anauliza tutapataje kupona? Ni kipi ambacho Yesu hajatufanyia? Ametufia msalabani, anatuombea katika hekalu mbinguni, anatutetea, ametutafuta kwa injili yake ya milele. Anasema tutapataje kupona kama hatukubali mwaliko wa ukombozi? Jioni hii ya kipekee, Yesu anatamani ya kwamba ugairi utoke katika uovu wako, manake yeye anataka uokolewe hatimaye. Jehanamu itatokea lini? Mwisho wa dunia. Jehanamu itatokea wapi? Hapa duniani. Jehanamu itamteketeza nani? Yule ambaye amekataa kumpokea Yesu Kristo. Jehanamu itateketea kwa muda gani? Itateketea na iangamize kabisa, as long as bado kuna uzima. Na kuuliza jioni hii ya kipekee, je, bado unakataa mwaliko wa ukombozi? Je, huoni upendo ambao Yesu amekupatia wanaposimama sasa? Je, huoni namna ambavyo Yesu amekutafuta? Je, huoni namna Yesu anataka usipotee? Huoni namna Yesu ako katika shughuli ya kukomboa? Huoni namna Yesu ameweka crusade hapa ili akufikie? Mbona unataka kupotea kwa sababu ya chupa ya pombe, kwa sababu ya uzinzi, kwa sababu ya sigara, kwa sababu ya mogoka? Mbona unataka kupotea? Sikiliza, upendo wa Yesu Kristo unazidi utamu uliopo katika pombe. Upendo wa Yesu Kristo unazidi utamu uliopo katika miadarati. Yesu anasema leo, gairi, geuka, badilika, nitakupokea kama mwanangu, nikuepushe na kuangamia milele. Yesu amekutafuta, usifanye moyo wako mgumu. Waimbaji wanapoimba, mimi ninapoomba, kama hujafanya uamuzi wa kubatizwa na ungependa kufanya hivyo, wakati tutakuwa tukitoka, wewe utakuja uandikishe jina lako hapa hivi, wao wakiimba. Usifanye moyo wako mgumu. Ni nafasi ambayo Mungu amekupatia. Hataki uangamie, anataka hatimaye uokoke. Kama bado hujampokea kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, fursa yako ni hii. Wewe tembea tu kwa taratibu, njoo hapa kwa hema mahali ambapo kuna mitambo, sema mimi nipo tayari, nataka nimpokee Yesu na sabato hii nibatizwe. Tunaomba. Baba, katika jina la Yesu, upendo wako kwetu ni wa ajabu. Tulipokuwa wenye dhambi, Yesu ulitufia. Na huo upendo unatubidisha kwamba sisi nasi Yesu Kristo tukutafute. Unasema upendi mtu mwovu akifa. Moto wa milele haujaandaa kwa sababu yetu. Ulikufa ili sisi tusife. Kwa kupigwa kwako tumepona. Tunaomba Yesu Kristo ya kwamba kila mmoja aliyesikia habari hizi na moyo wake unamsukuma akupokee kama Bwana Mwokozi wa maisha yake, mpatie msukumo kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu. Ayatoe maisha yake kwako kungali bado mchana. Na yule ambaye alikwisha jitoa lakini bado ni Mkristo anayeishia maisha ya dhambi, analitaja jina lako, analiimba, analihubiri, lakini bado anaishia maisha ya dhambi, Yesu Kristo, ujumbe huu pia uzidi kuwa ni wa uvuvio, ukaweke badiliko ndani yetu sote, tuandalike kuishi na wewe katika uzima wa milele, sio kusanywa kama magugu katika moto wa milele. Asante kwa sababu ya neno lako, na kwa sababu neno litatuuisha, litatubadilisha karibu na wewe. Ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Asante.
katika viwanja hivi vya Waithaka, walioko mtandaoni mnaoendelea kutitazama, karibuni. Bwana apate kuwabariki, upate kubarikiwa. Ujumbe zenu tumezipokea, tunasema ni asante. Maombi yenu yamepokelewa, tunasema ni asante, na Mungu anazidi kukukumbuka hapo hapo ulipo, kutokana na maeneo yote pale unapoangalia, ukiwa nchi ya Tanzania, Uganda, pale Marekani, kutoka Saudi Arabia, Katari, zote hizo, Dubai. Tunashukuru Bwana Mungu anawapenda. Sisi sote ni watu wake, ni neno la Mungu ndivyo lilivyo, na mibaraka yake tunazidi kuipokea. Nafasi nyingine tena tunachukua ili kumkaribisha mtumishi wa Mungu, Mchungaji Daktari Fadhili, natokea nchini Tanzania, ili apate kutubariki kwa ajili ya neno. Ni wangapi pamoja nami wanasema mchungaji karibu? Haya, na tukaombe ili tukamkaribishe mtu wa Mungu. Baba na Mungu wa mbinguni, imefika wakati mwingine mwema, mtume wako anasimama. Umeahidi kupeana midomo ya hekima, kumguza kwa kala lako la moto. Ufiche nyuma ya msalaba, usimame mbele ukazungumze. Sauti, nguvu, uvuvio na uweza usiokuwa wa kawaida, na neema yako ikafike kwa ajili ya watu wako wanaosikiliza sauti yako. Uturehemu sote kwa neno lako, utufute kwa kamba za upendo wako. Kwa jina la Yesu tumeomba kwa imani. Asante na karibu mtu wa Mungu. Nina wasalimu wote kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Wangapi wana furaha kama mimi jioni ya leo? Tupungiane mikono. Haleluya. Rafiki zangu mlioko mbali kule kwa bodaboda, kawosh, makanga, watu walio katika shughuli zao kwenye maduka yao, wale wote ambao mnanifuatilia kutoka hapa karibu, mlioko pembezoni mnaofuatilia, hata upande huu nitaomba deacons na elders muangalie, mweke viti pande zetu za pembezoni. Wako watu ambao wanatamani kukaa, na hivyo mwe makini katika kufanya hilo, ili Bwana endelee kuwabariki sana. Wote tuna haki ya kufuatilia mahubiri haya, tuna haki ya kubarikiwa katika kweli za neno la Mungu. Kweli hizi zimeletwa kwetu bure na kwa ajili ya wema. Somo letu la leo lina kichwa kinachosema hekalu linalotembea. Hekalu linalotembea. Hekalu, au unaweza kusema kanisa linalotembea. Hekalu linalotembea, ama unaweza ukasema kanisa linalotembea. Naona Makenzi ananitazama, anatamani kujua hekalu hili ni gani. Neno la Bwana litatufahamisha hekalu ambalo linatembea. Hekalu linalotembea litakuwa ndilo somo letu la siku ya leo, na ninawaalika basi saa hii tena ya maombi tusimame na ndiposa tuombe. Tutaimba beti moja, saa heri ya maombi, tutazidi kuingia bomani mwetu, hiyo saa heri ya sala. Saa heri, twende. Saa heri ya maombi, sasa kwako tunarudi, sumbuko ya kuondoa shida zetu na pungufu, Tume
nataka tuombe sasa. Nataka nikukumbushe Yeremia 33 mstari wa 3. Biblia inasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Nafahamu kuna yule ambaye anatufuatilia mtandaoni. Nafahamu kwamba kuna yule ambaye anatufuatilia mahali popote pale. Niite nami nitakuitikia, asema Bwana, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Niite nami nitakuitikia. Asante sana fundi mitambo, hapo imekaa sawa zaidi. Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Wakati huu wa saa heri ya maombi, nafahamu kwamba kuna watu ambao wanafuatilia kutoka mtandaoni, wanatamani Kristo awaonyeshe mambo makubwa na magumu. Nafahamu kuna ambao wako hapa mbashara, wananifuatilia kutoka hapa Waithaka. Kuna jambo gumu na kubwa ambalo unataka Bwana akutendee. Bwana anasema tumuite, atatusikia, atatuonyesha mambo makubwa na magumu tusiyoyajua. Mambo makubwa na magumu tusiyofanya nini? Tusiyoyajua. Hebu basi uwe na imani hiyo. Sijajua kule kwa bodaboda, kule kwa makanga, madukani mwetu, mahali popote tulipo, Bwana anataka atusikie katika saa hii heri ya sala, saa heri ya maombi, saa heri ambayo Bwana anataka afungue mioyo yetu, asikie haja za mioyo yetu. Yeremia akaambiwa na Bwana, niite, maana ukiniita nitaitika, na nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Mama, baba, kaka, dada, Yesu anaendelea kutuhakikishia, anataka tuonyeshe hayo mambo makubwa magumu tusiyoyajua. Tuombe. Baba na Mungu wetu, ni haja ya moyo wetu kwamba utuonyeshe mambo makubwa magumu tusiyoyajua. Kuna mambo magumu sana ambayo tunakueleza, mambo magumu katika ndoa, mambo magumu katika biashara, mambo magumu katika miili yetu. Kuna magonjwa magumu ambayo tunakueleza saa hii. Tunayo mambo magumu katika masomo, tunayo mambo magumu kwa waume na wake zetu, tunayo mambo magumu katika imani zetu. Tunazo dhambi na matendo magumu ambayo tumeshindwa kuyaacha. Matendo ya unywaji na uraibu yamekuwa magumu katika maisha yetu. Saa hii unataka uyabebe magumu, na magumu yote tunayaleta kwako Baba. Kuna mtu anataja mambo magumu saa hii, anasikia mtandaoni anataja mambo magumu, anaomba kule nyumbani kwake, anaomba pale dukani kwake, anaomba pale kwenye bodaboda, anaomba kwenye gari, anaomba amekaa pembezoni mwa mikutano hii, anaomba akiwa amesimama mahali fulani, anaomba akiwa hapa ndani ya viwanja vya mkutano. Umesema tukuite, nawe utaitika, nawe utatuonyesha mambo makubwa na magumu tusiyoyajua. Baba, nakuomba unitendee na watendee wasikilizaji mambo makubwa na magumu wasiyoyajua. Baba, timiza ahadi yako, tenda kwa utukufu wako mwenyewe. Kama ni nguvu za giza ambazo zimekuwa ni jambo kubwa na gumu tusiloliweza, mambo yote ambayo hatuyawezi tumeyaleta kwako. Hata mimi ninapoenda kuhubiri sasa, Baba, ninaomba unitendee jambo la pekee. Kwangu kuhubiri ni jambo gumu kama hupo pamoja nami. Tena muujiza, nihuishe
mimi tu niwe kama msumari wa kuitundika picha yako, mimi nipungue, wewe uongezeke. Baba, tena muujiza leo, tena ujitwalie utukufu na uite watoto wako kwako, maana kuna ubatizo mkubwa sana ambao unakuja, ubatizo wa pekee ambao Waithaka watabatizwa, wake kwa waume watajitoa, watu watakuja kwako kwa njia ya ubatizo. Tenda muujiza kwa jina la Kristo aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Kila aaminie aseme amen. Tuseme tena amen. Bwana atende mambo hayo makubwa. Yaani leo ninaomba nirudie kupongeza fundi mitambo. Leo it is beyond excellence. Ninaomba Bwana azidi kuwabariki sana. Leo tunajifunza habari isemayo kanisa linalotembea. Kanisa linalotembea ama hekalu linalotembea. Naomba ubaki na title hiyo, hekalu linalotembea. A moving church, a moving temple, hekalu linalotembea. Na tumezoea kuona mahekalu au makanisa ambayo yamejengwa na yapo, na kila watu wanaona makanisa yamejengwa. Siku hizi makanisa yanafunguliwa kama vibanda vya M-Pesa. Leo kila mtu akilala akiamka anafungua kanisa, hata anajipatia mamlaka yake mwenyewe. Makanisa yamekuwa kama vibanda vya M-Pesa. Shetani anatumia jina la makanisa na anataka makanisa yaendelee kufunguliwa. Anapiga shangwe na anafurahi anapoona makanisa yanafunguliwa bila utaratibu, bila formula, bila kujali misingi ya kibiblia. Lakini hoja yangu haipo huko sana, wala siko nitakapozungumzia, maana twajua ya kwamba saa inakuja. Maana kuna siku hapa nitajifundisha pamoja nanyi somo linalosema kanisa la Mungu, kanisa la Mungu. Lakini leo natamani tuangalie hekalu ama kanisa linalotembea. Nataka niwaambie, kanisa sio kile tunachokiona kwenye majengo. Nataka niwaambie, hekalu sio kile tunachojenga, ile ni jengo tu la kukutania. Lakini kanisa ni mimi na wewe. Hekalu ni mimi na wewe. Jamani, hekalu ni mimi na nani? Na wewe. Wewe ni hekalu, mimi ni hekalu. Sisi ni mahekalu ambayo yanatembea. Hebu mwambie jirani yako, wewe ni hekalu linalotembea. Hebu mwambie tena, wewe ni hekalu linalotembea. Yaani una hadhi ya hekalu, wewe una hadhi ya kanisa. Sasa ndio utajiuliza, kama wewe ni hekalu linalotembea, utaishije? Je, utakatifu wa Bwana utakuwa kwako kwa masaa ama kwa siku ama kwa dakika, alafu baadaye utakatifu umeondoka? Nimeona Wakristo wengi leo wanakuwa wanauvaa utakatifu wanapotaka kwenda makanisani, wana nguo za kanisa, wana kauli za kuongea makanisani, wanatembea. Kuna style ya kutembea wakienda kanisani, kuna aina ya maneno wanayotamka wakiwa muda wa ibada, kuna nguo wanavaa, kuna upole wanakuwa nao, kuna tabasamu wanakuwa nazo muda fulani tu wa kwenda kanisani. Lakini baada ya ibada wanajisahau, wanapoteza Ukristo wao. Utamwona siku ya hekalu ya kwenda kanisani amevaa vizuri, anaongea kwa ustaarabu, anacheka na kutabasamu, ana sura ya ukarimu, anaonekana kama Mkristo kweli kweli. Lakini baada ya kanisa anapoteza ubora. Utamkuta tena
utamkuta tena kwa guest house, kwa lodge. Utamkuta tena anatenda matendo ya rushwa. Utamkuta tena anapigana. Utamkuta tena anaiba. Utamkuta tena anafanya matendo mengine. Kwa hiyo kuna Wakristo ambao wanadhani Ukristo wao upo makanisani tu, na wasingekuwa Wakristo hata nje ya kanisa. Ninataka nikuambie, wewe ni hekalu linalotembea. Uwe Mkristo Jumamosi kanisani, wenye mkutaniko wa ibada, uende na Ukristo, utoke na Ukristo. Tembea kama Mkristo, ishi na watu kama Mkristo, maana wewe ni hekalu linalotembea. Jamani, Bwana asifiwe sana. Thamani yako ni kubwa. Thamani ya Ukristo haipo kwenye majengo, haipo kwenye mahekalu tuliyojenga kwa gharama kubwa. Mkristo wa kweli atajua lifuatalo: yeye ni hekalu linalotembea. Hebu mwambie tena jirani yako, wewe ni hekalu linalotembea. Hebu mwambie tena, wewe ni hekalu linalotembea. Hebu wangapi wanaanza kunielewa taratibu? Sasa unajua, ukiongea bila vazi, watu wataanza kukushangaa, wataanza kukuwekea doubt ya kwamba hayo unayoongea unayatoa wapi. Natamani tuanze na Wakorinto wa kwanza 10 mstari wa 31. Wakorinto wa kwanza 10 mstari wa 31. Biblia inasemaje? Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, mnapotenda neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Biblia inaanza kutuambia basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa nani? Wa Mungu. Biblia inataka iongee na mwanamke, iongee na mwanaume, iongee na mtu yeyote ambaye ananisikiliza mahali popote. Biblia inasema ikiwa mnakula au mnakunywa au mnataka kutenda neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa nani? Wa Mungu. Niko hapa kuambia mambo yafuatayo. Mwanadamu hawezi kuishi bila kula. Mwanadamu hawezi kuishi bila kunywa. Mwanadamu hawezi kuishi bila kutenda, maana kila siku tunatenda matendo mbalimbali. Every day we are doing a lot of actions. Tunafanya matendo mbalimbali, lakini kila siku tunakula, kila siku tunakunywa. Biblia inasema kula ni sawa, kunywa ni sawa, na kutenda pia ni sawa. Lakini zingatieni jambo hili: basi mlapo au mnywapo au mnapotenda jambo lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Mle sawa, mnywe sawa, mtende sawa, lakini hakikisha kwamba unachokula, unachokunywa, unachotenda, unatenda sawasawa na utakatifu, sawasawa na Mungu anavyotenda. Kwa hiyo kula sawa, kunywa sawa, tenda sawa, lakini zingatia, katika kula kwangu, katika kula kwako, katika kutenda, katika kunywa, tufanye yote kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu. Jamani, Bwana asifiwe. Kama unanielewa, punga mkono namna hii. Hapa nafundisha utukufu wa Mungu, lakini naomba, kwa nini basi tufanye hivyo? Maana swali inaweza kuwa, kwa nini tule, tunywe, tutende kwa utukufu wa Mungu? Biblia iko wazi. Wakorinto wa kwanza 6 mstari wa 19 na wa 20. Biblia inasemaje? Au hamjui ya kuwa watu wa Ifaka mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mwili
miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hebu tulia kwanza hapo. Biblia inasema au hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Mungu anasema nasi watu wa Ithaka. Mungu anasema na yule anayetazama mtandaoni. Mungu anasema na kila mtu anayenisikiliza. Mungu anasema na kila dada, kaka, baba, mama, mtoto, mzee na kila mwenye mwili. Hebu nione wenye mwili wakinipungia mkono. Kama una mwili punga mkono namna hii. Sasa kumbe wote tuna mwili. Anasema katika maandiko, kila au hamjui ya kwamba miili yenu ni kitu gani Bwana Makenzi? Ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sikiliza yafuatayo. Miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kama unanielewa sema amen. Kwa hiyo wewe ni hekalu. Iwe uko hapa wa Ithaka, umepanda bodaboda, umepanda gari, unatoka unaenda town, unapotembea kutoka town unarudi nyumbani kwako, unapotoka town Nairobi unaenda Mombasa, unatoka Kenya unaenda Tanzania, unatoka Tanzania unaenda Ulaya, unatakiwa ujue jambo hili. Wewe ni hekalu linalotembea. Jamani, Bwana asifiwe sana. Wewe ni a moving church, unatembea. Maana watu wote wakijua jambo hili wataishi maisha ya viwango vya juu. Ninataka nikuambie, ukikaa unaongea na watu, jua kwamba watu wanaongea na hekalu. Ukitembea umekaa kwenye gari, ungekaa kama mjaliwa wa Mungu ambaye umepewa thamani, umepewa kibali cha mwili wako kuwa hekalu la Roho Mtakatifu wa Mungu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Waithaka tumependelewa, akina baba na akina mama tumependelewa. Mungu amechagua mwili wako, amechagua mwili wangu. Mungu amekuchagua. Hata ambaye mda huu umeshikilia pombe, hata ambaye mda huu umeshikilia sigara, hata ambaye mda huu umeshikia miraa, hata ambaye mda huu unadanganya, hata ambaye mda huu unapanga kuiba, hata ambaye mda huu unapanga kwenda kwa guest house, hata ambaye mda huu unafanya matendo mbalimbali. Yesu anasema miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ngoja nikufungulia akili zaidi. Wanakwaya wa Heavenly Target mkiimba, msiimbe tu kama an individual, simama kama hekalu la Roho Mtakatifu. Hata mimi nikihubiri hapa, hata Robinson akisimama, hata Rundo akisimama, hata ndugu yangu akisimama Oraina, hata ndugu yetu Abina, yeyote anayetenda chochote atende akijua yeye ni hekalu la Roho Mtakatifu wa Mungu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Naomba nisisitize hili, wanaume kwa wanawake, ninyi ni mahekalu, ninyi ni mahekalu ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Chochote unachotaka kufanya, anza kuwaza hili tangu leo moyoni mwako, wewe ni hekalu. Jamani, wewe ni hekalu. Situjipe amina. Haya mahekalu yamekaaje hapa? Unakaaje hekalu? Hata neno la Mungu linasema hekalu. Jamani, wewe ni hekalu. Jamani, Bwana asifiwe. Mahekalu yamechoka. Mahekalu. Na hivyo basi natakiwa kujiheshimu kama hekalu la Roho wa Mungu. Na hivyo basi natakiwa ni waheshimu wengine kama mahekalu ya Roho Mtakatifu. Na ikiwa tutaishi katika viwango hivyo, Yesu atakuja kutuchukua. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hebu endelea mbele mafungu hayo. Hekalu linalotembea. Biblia inasema
Wakorintho ni sura ya 6 tuko mstari wa 19. Endelea anzia pale 19 kwenda mbele. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu mlilopewa na nani? Aliye ndani yenu. Aliye ndani yenu. Mliyepewa na Mungu. Mliyepewa na Mungu. Wala ninyi si mali yenu. Wala ninyi si mali yenu wenyewe. Mwishia kwanza hapo, tena fungu la 20. Biblia inajaribu kudrive akili zetu. Na mimi natamani watu wa Isaka fungu hili tulielewe upya na tulielewe katika sura pana, hata wale wahubiri wenzangu ambao tumekuwa tukihubiri. Hata mimi leo wakati nasoma fungu hili niliona revelation ya ajabu ya kwamba eti mimi ni hekalu. Hii ni thamani kubwa, ni dhamana kubwa ambayo Bwana amenipatia, ambayo Bwana amekupatia. Tumeaminiwa, yani tumepewa hekalu, na anasema ninyi ni hekalu la Roho Mtakatifu, ambalo hilo hekalu limo ndani yenu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Na hilo hekalu tumepewa na Mungu, wala sio mwanadamu. Umepewa mwili wako uwe hekalu, tena hekalu la Roho wa Mungu, na kwamba tunatakiwa pia kujua kwamba hata kama tunakula, tunakunywa, tunatenda, tutende kwa utukufu wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu sisi sio mali yetu wenyewe. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hii sio mali yetu. Unatakiwa ule kama mwenye mali anavyotaka ule. Unatakiwa uongee kama mwenye mali anavyotaka uongee. Unatakiwa utende kama mwenye mali ambaye ni Kristo anavyotaka utende. Kwa hiyo sisi sio mali yetu wenyewe. Miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu wa Mungu, ambalo tumepewa na Mungu, na kwamba sisi sio mali yetu wenyewe. Ajabu, utaangalia hekalu linaingia bar, hekalu linaingia guest house, hekalu linaenda na kutenda rushwa, hekalu linadanganya, hekalu lina kiburi, hekalu lina wivu, hekalu. Yani kama tukifika viwango vya imani vya kujua kwamba sisi ni mahekalu, the world will be transformed, Christianity will be transformed, na kila kitu kitakuwa kipya. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hivi watu wananielewa hapa? Mnanielewa ama mnaelewa? Hebu nione wanaonielewa. Hekalu. Ili kama kweli tungefika hiyo level, ndugu yangu Robinson, ya kila mtu awe hekalu, atembee kama hekalu, atende kama hekalu, alale kama hekalu, amke na wazo kwamba mimi ni hekalu, tena hekalu la Roho Mtakatifu, tena mimi sio mali yangu mwenyewe, ila Bwana amenichagua, Bwana amekuchagua, Bwana ametuchagua, ametupa thamani kubwa ya kuwa mahekalu. Hekalu halitatukana, hekalu halinywi pombe, hekaluni hapakai pombe, hekaluni hapakai mihadarati, hekaluni hapakai bangi, hekaluni hakuna uongo, hekaluni hakuna matendo mabaya. Niko hapa kuambia Waisaka, sisi ni mahekalu yanayotembea. Wewe ni hekalu. Geuza mtazamo, wewe ni hekalu la Roho Mungu. Living, moving temple. Wachache watanielewa, wachache watafungua macho ya imani kunielewa. Mwanaume uliyeoa, mwanamke wako alitakiwa akuone kama hekalu. Mwanamke uliyeolewa,
mme wako alitakiwa akuone kwenye viwango vya hekalu. Watoto tuliozaliwa walitakiwa wazazi wakitutazama wanaona sifa za hekalu. Kila mtu anayenisikia angetakiwa ajue, anatakiwa vitafute viwango vya hekalu la Mungu. Fungu hili limebeba ujumbe wa thamani sana. Na Yesu anasema kupitia kitabu cha Wakorinto ya kwamba tumenunuliwa kwa bei ya thamani. Tumenunuliwa kwa bei ya thamani. Kama mtu mwenye gari na anatumia petroli, akienda sheli anatoa maelekezo kwamba huwa situmii dizeli, gari yangu ni ya petroli. Anafuata maelekezo, tairi zijae upepo, anaangalia pancha, anatazama maji, anaangalia mafuta yakoje, anatazama gari kwa ubora aliyonunua kwa pesa ya kawaida. Yesu ametununua kwa gharama kubwa ya bei ya thamani. Anatamani tugeuze akili, tuachane na mambo ya dunia, maana sisi ni hekalu lake mwenyewe. Ametuma kwa mfano wake. Alipoona tumeingia doa la dhambi, alitununua kwa damu ya thamani, kwa damu ya thamani, kwa damu ya thamani. Sisi ni zaidi ya Benz, sisi ni zaidi ya Prado, sisi ni zaidi ya Hummer, sisi ni zaidi ya chochote. We are expensive, but for you are bought by the blood of Jesus. Tumenunuliwa kwa damu ya thamani. Jamani, tumenunuliwa kwa bei ya thamani. Hebu mwambie jirani yako, umenunuliwa kwa bei ya thamani. Sasa anaangalia shida zake, anahusianisha na mkauli ya kununuliwa kwa thamani, anasema sielewi. Yesu ametununua tena kwa bei ya msalaba, tena kwa kifo chake. Ni nani aliyeweza kufa kwa ajili yako? Unasema una mke anayekupenda, unasema una watoto wanakupenda, lakini none of them have ever asked you to die for you. Hakuna anayeweza kuuliza afe ili wewe uishi. Yesu alikufa ili sisi tuwe na uhai ndani yetu. Kwa thamani hiyo kubwa aliyotununua, my friends in Waithaka, marafiki zangu wa Waithaka, alikufa ili miili yetu ipate thamani ya kuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Kama unanielewa, mshangilie Bwana kusema amen. Jamani, haleluya. Watakudharau, watakupuuzia, watakuona wa kawaida kwa sababu una elimu, kwa sababu ya maisha yako, kwa sababu wanakuona una chochote. Hebu mwambie jirani yake, jirani uliyekaa naye, usinichukulie poa, mimi ni hekalu. Hebu mwambie tena, mimi ni hekalu. Nataka niwaambie, wewe sio wa kawaida, wewe ni hekalu tena la Mungu, na umenunuliwa kwa bei ya thamani, kwa bei ya thamani. Tembea kifua mbele, tembea ukiringa, tembea kwa ujasiri, ukisema moyoni mwako, I am the temple of the Holy Spirit. I am the temple of Holy Spirit. Mimi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Ishi kama hekalu, behave kama hekalu. Warumi 12 fungu la kwanza, kanyaga twende. Romans 12 verse 1. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo
ndiyo ibada yenu, ndiyo ibada yenu yenye maana, ibada yenye maana kubwa mbele za Mungu. Basi ndugu zangu, itoeni miili yenu iwe hekalu la Roho wa Mungu. Hebu rudia fungu hilo kwa umakini tena. Basi ndugu zangu mlioko mtandaoni, mlioko wa Ithaka, mnaotoka kanisa la Sabato SNL, mnaosikiliza kutoka kokote, basi ndugu zangu, ninawasihi jioni ya leo, ninawaomba, I'm pleading, I'm requesting, I'm asking humbly, ninawasihi kwa kuomba, kwa huruma zake Mungu, aliyekufa msalabani, kwa huruma zake Mungu aliyeleta mikutano hii, kwa huruma zake Mungu anayetukomboa, kwa huruma zake Mungu asiyetaka tupotee, kwa huruma zake Mungu, kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, iwe sadaka iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu, hiyo itakuwa ibada yenu yenye maana. Sikiliza, hakuna ibada yenye maana kama kutoa mwili wako, mwili wangu. Hakuna ibada ya thamani kama kujitoa ili tuwe kama sadaka mbele za Bwana. Unaweza ukatoa mamilioni ya fedha, unaweza ukatoa sadaka kubwa, but nothing is ever expensive. Hakuna chenye thamani ambacho utakitoa mbele za Bwana kama mwili wako na mwili wangu. Imetosha. Tumetoa miili yetu kwa lodge, tumepeleka miili yetu kwenye bar, tumeipeleka kwenye pool table, tumeipeleka kwenye anasa, tumeipeleka kwenye kamari. Yesu anaita kwa huruma, anasema enough is enough. Enough is enough. Toa sasa mwili wako kama sadaka, kama dhabihu iliyo hai, kabla hujafa, ukiwa hai, iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, yenye kumpendeza Mungu. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu nione wanaosema Yesu tusaidie ibada hii, tunapoendelea kusikiza, mwili wangu ni utoe kama sadaka mbele za Mungu. Wachungaji wanaitisha sadaka. Ni kweli kuna saa na kuna wakati hizo sadaka zinahitajika, lakini sadaka muhimu ya kwanza, kubwa, yenye thamani, yenye ubora, na wachungaji, hiyo mngeipa kipaumbele. Msingeanzisha makanisa kwa ajili ya matumbo yenu, kwa ajili ya raha zenu. Mngewafanya watu waitoe miili yao kama dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. It would be more better. Ingekuwa na thamani kubwa kuliko kitu kingine. Bwana asifiwe. Somo hili sio la kawaida. Yesu anapotaka mwili wangu uwe hekalu, anapotaka mwili wangu uwe sadaka iliyotolewa, iwe sacrifice, nijitoe kwake. Bwana anapotaka mwili wangu, Bwana anapotaka mwili wako, utampa nini? Utatoa nini ambacho kitakuwa thamani kuliko mwili wako? Mwambie Yesu leo, nataka mwili wangu uwe dhabihu, uwe sadaka, uwe hekalu. Nipokee, unitumie utakavyo, maana umeinunua wewe, tena hakuna aliyeweza. Wewe ndio ulijitoa
ukafa ili niokolewe. How sweet is thy sacrifice. Ni tamu kiasi gani sadaka ya Kristo Bwana wetu. Hebu tuangalie maelekezo ya namna ambavyo hekalu linatakiwa kula, linavyotakiwa kula. Hekalu ambalo ni mwili wangu na mwili wako, ambalo tumeamua tujitoe, linataka kula, linataka kunywa, linataka kula, linataka kunywa. Hebu tuangalie hekalu linakulaje. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 29, maelekezo ya kwanza yanatolewa kwenye hekalu. Maana sisi sio mali yetu wenyewe. Tumeangalia Biblia imetuambia hatuna mamlaka na miili yetu. Hatuna, maana tulishajichokea, tukanunuliwa kwa thamani, tukaumbwa na Mungu. Mwanzo 1:29, kanyaga twende msomaji. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu, ulio juu ya uso wa nchi yote, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Na chakula cha kila mnyama, chakula cha kila mnyama wa nchi. Tulia hapo. Biblia inasema Bwana ametupatia katika hekalu hili tule na tuli tunavyotaka, maana hata gari halina mamlaka ya kujimiliki, linamilikiwa, lina mtu anayelitumia na analiwekea kulingana na maelekezo ya namna lilivyotengenezwa. Mungu wetu ametuumba, ametutengeneza, ametuweka kwa ubora. Anasema basi, kwa sababu mimi niliwaumba tena kwa mavumbi ya ardhi na kwa pumzi yangu ninajua mnavyotakiwa kuishi. Anasema ili muwe mahekalu matakatifu. Jambo la kwanza, mtakula mazao yote ya nchi, ambayo hayo mazao yana miche itoayo mbegu. Maana yake ni nini? Mtakula nafaka, vyakula vya nafaka, kama vile mlavyo ugali, wali, vyakula vyote vya nafaka kwa aina zake. Lakini pia anaongeza, anasema mtakula matunda, ambayo ndani ya matunda hayo miche yake inatoa mbegu. Mtakula. Lakini Mwanzo 2 mstari wa 7 kuendelea, ukiendelea kusoma pale, mwanadamu alipoumbwa akaambiwa matunda ya bustani mwaweza kula, ila tunda lililoko katikati, ila ujuzi wa mema na mabaya, hilo msile. Mungu alimuumba mwanadamu ale matunda, ale nafaka, ale miche itoayo mbegu, kwa maana yake mihogo, viazi kwa aina zake, na vyote vinavyotoa mbegu, miche yake itoayo mbegu. Watakula nafaka kwa aina zake, watakula matunda, wanapewa ruhusa ya kula, wanadamu anapewa. Lakini katika bustani wakaambiwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya, huo msile. Tunajua walikula, na tunajua matokeo ya Adamu na Eva kula matunda yalikuwaje. Hata dunia tulionayo ni matokeo ya kukaidi sauti ya Bwana. Lakini hilo sio mvuto wangu sana. Kuna kitu tunataka tuende mbele. Kwa sikiliza, kabla ya dhambi mwanadamu angeweza kula vyakula vyote vya nafaka kwa aina zake, na angeweza kula ile miche itoayo mbegu kwa aina zake. Kwa maana hiyo nafaka zote kabla ya dhambi zilikuwa ni ruksa. Lakini pia miche itoayo mbegu, kwa maana ya kwamba mihogo, viazi kwa aina zake, mtu angeendelea kula. Lakini mwanadamu akapewa matunda, ale matunda, fruits kwa aina zake. Atakula chungwa, parachichi, embe, nanasi, apple, vyote matunda yenye mbegu ndani yake.
Baada ya dhambi kuingia, hekalu la mwanadamu likaendelea kupewa maelekezo ya chakula. Mwanzo 3 mstari wa 17 hadi wa 19. Wewe mwili wako ni hekalu, usile unavyotaka, usitembee unavyotaka, usinywe unavyotaka. Hekalu lina maelekezo. Hebu soma pia kwa haraka. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti Bwana nilikuagiza nikisema usile. Ndio ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Hiyo ni laana kwa ardhi inatolewa. Kwa uchungu utakula mazao yake. Sawa. Siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba. Sasa anapewa chakula kingine. Anapewa michongoma. Hapa ni yale mazao jamii ya kunde. Mwanadamu anapewa ale mazao jamii ya kunde. Ndio tunakula choroko, njugu mawe, sio vitu gani, vitu vyote vya jamii ya kunde tunakula, maana mwanadamu amepewa ale. Lakini akapewa na nini? Michongoma na miiba itakuzalia, nao utakula mboga za kondeni. Anapewa tena mboga za kondeni. Mboga za kondeni. Hebu nisikilize vizuri, wewe ambaye unataka kunielewa. Kwa hiyo mwanadamu akapewa nafaka kwa aina zake, akapewa miche itoayo mbegu kwa aina zake, mihogo, viazi kwa aina zake, lakini akapewa pia ale jamii ya kunde kwa aina zake, akapewa matunda ayo tuliona alipewa. Lakini mwanadamu akapewa na kitu kingine, mboga. Jamani, kitu gani? Mboga za kondeni. Ndio pale unakuta carrot, hoho, pilipili hoho. Sasa Kiswahili kinaweza kuwacheka sana msijue. Bamia, vitu vingine vingi ambavyo vyote ni jamii ya mboga. Hivyo wanakula, wanadamu wakapewa wale. Lakini hebu tuende mbele. Mwanadamu baada ya dhambi, maana naenda kwa haraka sana, amepewa ale vitu vyote vya mboga amepewa nafaka, amepewa matunda, amepewa majamii ya miche toa mbegu kama mihogo kwa aina zake na viazi, amepewa kunde kwa aina zake, amepewa ale. Wanadamu anaendelea kupewa maelekezo, maana hekalu la mwanadamu ambalo ni mwili linapaswa kula. Dunia ikaendelea, lakini ikafika hapo Mwanzo 6, dunia ikatenda dhambi. Mungu akagairi, akasema amegairi kwa nini? Akamuumba mwanadamu, akamwambia Nuhu ahubiri kwa miaka 120, aingize wanyama katika safina, lakini pia aingie yeye pamoja na wote watakaokubali. Hebu tuangalie, baada ya dhambi kushamiri, wanyama wakawepo walioitwa wanyama wachafu na wanyama wasafi. Biblia inasemaje? Mwanzo 7 fungu la 1 hadi la 3. Twende mbele kidogo. Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe u mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki, katika wanyama wote walio safi ujitwalie saba, mume na mke, na katika wanyama wasio safi wawili, mume na mke pia. Tena katika ndege wa angani. Ishia tu hapo. Tunaambiwa wanyama na ndege. Yule ambaye ataendelea kusoma katika sura hiyo ya 7 anaambiwa wasafi na wachafu. Neno wachafu na neno wasafi likaja baada ya Nuhu kuingia katika safina. Tunafahamu mvua ilinyesha siku 40 usiku na mchana, lakini tunafahamu ile safina
ilitua katika mlima unaoitwa Ararat baada ya siku 150. Hiyo baada ya kuwa wanatoka sasa wanapewa chakula. Mwanzo 9 mstari wa 2 na wa 3. Tusome twende kwa haraka, maana tunataka tujifunze hatua kwa hatua. Ambaye haandiki ana akili nyingi kuliko mimi, kwa hiyo hana shida, ataelewa kesho. Hebu endelea kusoma Mwanzo 9 mstari wa 2 na wa 3. Kila mnyama wa katika nchi atawaogopa ninyi. Hiyo ni Mwanzo 9. Mwanzo 9 mstari wa 2. Hebu soma, endelea. Kila mnyama wa katika nchi atawaogopa ninyi. Sawa. Na kuwahofu. Na kila ndege wa angani. Sawa. Pamoja na vitu vyote vilivyojaa katika ardhi. Sawa. Na samaki wote wa baharini. Sawa. Vimetiwa mikononi mwenu. Unajua mwanadamu alipewa uwezo huo hata kabla ya dhambi, lakini baada ya dhambi bado anapewa umiliki wa vitu vyote vilivyoko nchi kavu na vilivyoko baharini. Endelea kusoma. Kila kiendacho kilicho hai. Sasa naambiwa kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu. Kitakuwa chakula chenu. Kama nilivyowapa mboga za majani. Kama nilivyowapa mboga za nini? Za majani. Hivi mbona niko na watu hapa au niko na binadamu? Yaani wengine wananiangalia kama wanioni. Jamani, tumepewa mboga za majani. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hebu rudia hilo fungu. Kila kiendacho kilicho hai. Kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu. Kitakuwa chakula chenu. Kama nilivyowapa mboga za majani. Kama nilivyowapa mboga za majani. Sasa kinachoenda kilicho hai, mwanadamu alichopewa ni kipi? Ni kile ambacho alishapewa wazo kabla ya kukiingiza kwenye safina, kwamba kuna vilivyo chafu na vilivyo safi. Kuna wanyama wengine hawakuumbwa kwa ajili ya kuliwa, waliumbwa ili wawe bwana afya, wasaidie kusafisha mazingira, wasaidie maisha na mazingira yawe safi. Ndio maana waliingia. Lakini kuna walio safi ambao hao wanaingia katika hekalu la mwanadamu lililo safi. Baada ya wana wa Israeli kwenda, Mungu akaona wanavyokosea, akaona wanavyotenda vibaya, akawapa maelekezo yake mwenyewe. Hebu mpaka hapo kama niko sawa na wewe, punga mkono. Kama unanifuatilia punga mkono tafadhali. Haleluya. Natamani unielewe, natamani nisikuache mahali, natamani ujue wewe ni hekalu. Unatakiwa ule, unywe, utende kwa utukufu wa Mungu, maana wewe ni hekalu la Mungu. Lakini basi kwa sababu tunaenda na kujifinya na wakati huu ili uende kuwa bora na msaada kwetu, ni muhimu pia tujue kwamba baada ya dhambi kuingia, mwanadamu akala anavyotaka. Mungu akamkumbusha, Mungu akampa kumbukumbu ya kukumbuka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 14 mstari ule wa 2. Tutaendelea chini kwa haraka, tutaendelea chini. Mwanadamu anakumbushwa kama hekalu linalotembea ale. Kwa kuwa sasa mwanadamu tuliona baada ya gharika amepewa kula nyama, lakini anaambiwa ale majani yale, ale mboga za majani. Lakini tunaambiwa mwanadamu alishapewa matunda hapo nyuma, alishapewa nafaka, alishapewa miche itoayo mbegu, alishapewa majamii ya kunde. Sasa amekumbushwa ale majani, lakini pia ale nyama. Sasa anapokula kinyume na mpango wa Mungu, anarudishwa katika huo mpango, maana yeye ni hekalu la Mungu. Hebu kama hiyo dhana umeielewa tena, punga mkono namna hii, maana natamani uelewe ili ni darasa. Hebu nikumbushe sasa kile ambacho Mungu, unajua Kumbukumbu la Torati limeandikwa kwa ajili ya kizazi kipya cha Israeli ambacho hawakuwepo wakati wanatembea katika jangwa. Hebu niambie, labda kabla tujafika pale katika hilo Kumbukumbu la Torati akitukumbusha, hebu kumradhi, hiyo tutaisoma baada ya kuwa tumekumbushwa, lakini natamani nikazie kitu fulani hapa katika ulaji wa mboga,
na kabla hatujafika katika kizazi hiki kipya ambacho sasa kimevuka jangwani, kimevuka na kimeingia Kanani, sasa kumbukumbu la Torati linakuja. Hebu nisomee kwanza Hesabu 11:56. Msomaji kanyaga, twende tunapokimbia na wakati wetu. Na kusumbua kidogo, hiyo 14 iandike hapo, tutairudia. Lakini tunataka Hesabu 11 mstari wake wa 5 na wa 6. Nisomee. Wana wa Israeli walikula nini? Wakumbuka samaki tuliokula huko Misri bure. Wanasema wanakumbuka samaki walizokula bure. Na yale matango, walikula matango. Hayo ni matunda, yani matango ni kiukamba. Na matikiti, wakala matikiti, yani watermelon. Na mboga, wakala na mboga, walikula mboga. Na vitunguu, wakala na vitunguu, onion. Na vitunguu saumu, wakala na vitunguu saumu, vile vinapika pilau. Lakini sasa roho zetu zimekauka. Hapana kitu chochote. Sasa wanalalamika kwamba walizoea samaki, walizoea matango, yani matunda, matikiti, yani watermelon, kiukamba, walizoea mboga za majani, vitunguu kwa aina zake. Sasa wanalalamika Israeli, hatuna kitu cha kumtumaini. Ishia tu hapo. Nataka uruke uende fungu la 7 na la 8 la Hesabu 11, fungu la 7 na la 8. Tayari wamekumbuka samaki, wamekumbuka matango, wamekumbuka vile vitu walivyokuwa wanakula Israeli, lakini Mungu akawapatia mkate unaoitwa mana. Hebu tuangalie hiyo mana ilitengenezwa na nini? Na hiyo mana ilikuwa mfano wa chembe za mtama. Ilikuwa ni mfano wa chembe za mtama, yaani nafaka. Na kuonekana kwake ulikuwa kama kuonekana kwake ilikuwa kama kuonekana kwake pedola. Sawa. Watu wakazunguka na kuikusanya, wakaikusanya, kisha wakaisaga kwa mawe ya kusagia au kuitwanga katika vinu, kisha hiyo wakaitokosa katika nyungu, yani katika safuria, katika vyombo vya kupikia. Sawa. Na kuandaa mikate. Na tamu yake, na unajua tamu yake ilikuwa kama tamu ya mafuta mapya. Ilikuwa tamu kama ya mafuta. Sikiliza nikwambie, kwa lugha nyingine walikula mana, ambayo mana imetengenezwa na mtama, lakini huo mtama ulikuwa haujakobolewa, na ndio maana ulikuwa na mafuta. Na hapa natamani pia niwaambie, kuna kitu kinachoitwa mafuta ya wanyama na kuna kitu kinachoitwa mafuta ya mimea. Sasa kuna aina hizo mbili za mafuta. Wanadamu wengi wanakula vyakula vyenye mafuta yanayotengenezwa kutoka kwenye mafuta ya mimea, ya wanyama. Ni wachache wanaokula mafuta yanayotengenezwa na mimea. Na mimi nataka nikwambie, mafuta ya mimea ni mafuta mazuri kuliko mafuta ya wanyama. Jamani, Bwana asifiwe. Kama unanielewa, punga mkono namna hii. Katika masomo haya lazima uelewe. Na kwa hiyo kumbe kuna mafuta ya mimea na kuna mafuta ya wanyama. Hekalu ambalo ni mimi na wewe hatuwezi kujiendesha. Mungu ametoa maelekezo, na hayo ndio ambayo tunayafuata. Hebu tuangalie umuhimu wa mboga mboga. Watu waliwahi kununua mashamba katika Biblia ili wapate mashamba ya mboga, walime mboga, waandae mboga. Tunapoendelea na dakika hizi, Bwana anaendelea kusema nasi na tunataka tuelewe hekima hizi. Mithali, labda kabla sijafika Mithali, natamani nisome Wafalme wa kwanza 21 mstari wa pili. Wafalme wa kwanza 21 mstari wa pili. Msomaji kanyaga, twende. Ahabu akasema na Naboti
Rahabu akasema na Nabothi. Ahabu akasema na Naboth. Rahabu akasema na Nabothi. Akamwambia, nipe shamba lako la mizabibu. Nipe shamba lako la mizabibu. Nilifanye shamba la mboga. Ili nilifanye kuwa shamba la mboga. Maana ni karibu na nyumba yangu. Maana ni karibu na nyumba yangu. Nami nitakupa badala yake. Nami nitakupa badala yake. Shamba la mizabibu lililo zuri Shamba la zaidi. mizabibu lililo zuri zaidi. Au ukipenda, Nitakupa fedha. Nitakupa fedha. Sawa sawa na thamani Sawa yake. sawa na thamani yake. Huyu akakubali abadilishane shamba, achukue lile la mizabibu lililo jirani ya nyumba yake, ampe jingine, ili shamba hilo apande mboga. Sasa utashangaa wanadamu wanapambana kupanda grasses. Wanapanda hapo grasses nyumbani mwao ili papendeze. Wanaweka maua, alafu maua ndio yametapakaa kwa nyumba, ila hawapandi mboga, hawapandi mboga za majani. Yani anaotesha maua, anayamwagilia maji, anaweka maji, anayajali maua, ila hana mboga nyumbani kwake. Hiyo ndo ambayo unapandia mboga, unapandia maua. Ungepanda mboga ungekuwa na akili zaidi. Sasa akili imeenda kwenye maua, alafu imesahau mboga. Unapanda maua kwako, unaenda kununua mboga kwenye soko. Hiyo akili lazima uichunguze vizuri, kwamba unapataje muda wa ku raise flower, alafu una muda wa kuandaa mboga nyumbani mwako. Hebu wanawake na wanaume mlionielewa mseme amina. Mpunge mkono namna hii. Hebu jiulize akilini, je, yakuaje ninakuwa na maua nyumbani alafu sina bustani ya mboga? Maua na mboga, kipi kingekuwa cha maana? Kipi kingepewa maji? Kipi kingepewa muda wa kutunzwa pale nyumbani? Utaendaje kununua mboga zimewekwa dawa, zimeshughulikiwa na viwanda, zimechakatwa huko, alafu maua unayomwagilizia hapo nyumbani? Lazima tuongeze akili zetu. Mwenzetu alikubali anunue shamba kwa ajili ya kuotesha mboga, alafu ale mboga alizoziotesha yeye. Kuna akili kubwa hapo ndani yake. Tafakari, chukua hatua. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Wanaonielewa kwenye mahekalu yao, ili kwamba wajue hayo mambo ni ya thamani, ni hubiri lenye thamani kubwa. Hubiri hili natamani usilisahau katika maisha yako. Baada ya kusoma hilo, hebu nisomee Mithali kwa haraka kidogo. Mithali, kitabu cha Mithali ile Mithali 15 mstari wa 17. Tafadhali tusome kwa pamoja. Chakula cha mboga penye mapendano. Chakula cha mboga kwenye mapendano ni bora kuliko ng'ombe aliyenona. Ni bora kuliko mboga aliyenona. Sikiliza, Biblia inasema chakula cha mboga penye mapendano. Chakula cha mboga kwa watu wanaopendana ni bora, kina ubora sana kuliko ng'ombe aliyenona pamoja na machukizo. Sikiliza kwa namna nyingine, ni bora mkala mboga lakini mnapendana kuliko mnunue nyama na zipikwe kwa nyumba, lakini nyie wawili hampatani. Nimeona watu ambao wanapika vyakula vya gharama katika nyumba zao, ila wakishamaliza kula, kila mmoja analala upande wake, kila mmoja anaingia kwa bedroom kwa muda wake. Hawaongei, hawacheki pamoja, hawaenjoy pamoja. Biblia inasema ni bora mngekula chakula cha mboga, kinakuwa kitamu tena ni cha thamani kama mnapendana, kuliko mle vyakula vya fahari, hata imetajwa ng'ombe kama nyama, kuliko watu walao nyama lakini hawapendani. Kwa maana nyingine, Biblia inataka isemeje? Ni thamani kubwa iliyoko ndani ya upendo kuliko fahari. Mwili wako na familia yako iwe na upendo. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Hebu mwambie jirani yako, upendo ni kitu cha thamani sana. Hebu mwambie tena, upendo ni kitu cha thamani sana. Jamani, haleluya.
Bora mle mboga lakini mnapendana kuliko mnunue nyama alafu mnachukiana, haina thamani. Unashangaa mzee ameandaliwa hapo chakula cha viwango cha gharama, ila anakula mwenyewe kama bubu, anakula kama vile anakula jela. Lakini kuna wanaokula mboga mboga wako na furaha, hao ni heri. Jamani, Bwana asifiwe. Mboga mboga zinasisitizwa, na hilo ndio hekalu linavyokula na kuishi katika maisha. Natamani sasa unisomee kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati. Utanisomea sasa kwa haraka Kumbukumbu la Torati, maana na dakika kama 13 hivi. Kumbukumbu la Torati 14 mstari wa 2 hadi wa 10. Kanyaga kwa spidi twende. Kanyaga kwa spidi twende, msomaji. Mstari wa 3 Biblia inasema, mstari wa 2 Kumbukumbu la Torati. Hiyo unaweza pia kuipata Mambo ya Walawi 11. Natamani sasa ukanyage twende, nitoe shule kidogo kwa dakika chache. Kwa kuwa utaifa takatifu, kwa kuwa utaifa takatifu kwa Bwana Mungu wako, na Bwana amekuchagua. Endelea. Kwa kuwa watu wake hasa kuliko mataifa yote yaliyo juu ya uso wa nchi, ili kwa mataifa yote yaliyo juu ya nchi usile kitu chochote kichukizacho, kinachochukiza. Wanyama mtakao kula, anasema wanyama mtakao kula ndio hawa. Twende kwa haraka msomaji. Ng'ombe, ni hawa, mtakula ng'ombe. Kondoo, mtakula kondoo. Mbuzi, mtakula na mbuzi. Kulungu, mtakula kulungu. Na paa, mtakula paa. Na kongoni, na mbuzi wa mwitu. mtakula mbuzi wa mwitu. Na paa mweupe, anasema mtakula paa mweupe. Na pofu, na mbuzi wa mlima, mtakula mbuzi wa mlima. Na kila mnyama, mtakula kila mnyama aliyepasuliwa ukwato. Ukapasuka ukwato wake. Yani mtakula mnyama ambaye amepasuka kwato, zikawa mbili. Hizo kwato zikawa mbili. Naye ni mnyama mwenye kucheua. Huyo mnyama aweze kucheua. Akatafuna tena. Katika wanyama wote, ndiye mnyama mtakaye kula. Hebu tulia kwanza hapo. Mwanadamu ambaye mwili wake ni hekalu takatifu la Mungu anapewa maelekezo. Anaambiwa atakula wanyama ambao wana sifa gani? Kwato zipasuke kati. Naomba muangalie sifa ya kwanza. Naomba nirudie sana. Sifa ya kwanza, huyo mnyama anayefaa kula, yani kitaalamu, kwato zake ziwepo na zipasuke kati na acheue. Jamani, afanye nini? Acheue, aregurgitate. Hebu mpaka hapo kama unanielewa punga mkono namna hii. Nataka niachilie sayansi ya ajabu katika mpango wa Mungu. Mungu akitoa maelekezo, yeye ni zaidi ya mwanasayansi, yeye ni zaidi ya daktari yoyote, yeye ni specialist, yeye ni bosi, yeye ni mkubwa, yeye ni mfalme. Nataka tuone upendo wa Mungu. Wangapi wako tayari kujua sababu Mungu ya kusema kwamba tule wanyama wanaocheua na wale ambao wana kwato zilizopasuka? Sasa nisikilize. Nafahamu pia masomo haya yanafundishwa nchini Kenya ya agriculture. Wanasoma agriculture. Sasa hapo nataka unisikilize kidogo kwa haraka kama mtaalamu wa kilimo na afya pia ya mwanadamu. Natamani pia unisikilize hivi. Sikiliza. Wanyama wanaocheua alafu na kwato ziwepo. Faida ya kwato ni hii ifuatayo kwa haraka. Mnyama mwenye kwato anazuiliwa anapotembea juu ya nchi asipate kukanyaga na kukutana na bakteria, virus na fungus ambao wanaweza wakaingia kupitia miguu. Kwa hiyo kwato imewekwa kama ulinzi wake. Sababu ya kwanza ya kwato ni ulinzi. Kwato ni ulinzi. Hebu walionielewa mpaka hapo kwenye kwato wapunge mkono namna hii. Kwa hiyo lakini faida ya pili ya kwato, inazuia temperature. Inazuia kitu gani? Temperature of the earth. Yani kondoo, mbuzi na ng'ombe hawavagi kiatu, ila wamepewa kwato. Wamepewa hizo kwato kama ulinzi wa kumfanya asiungue, asiteseke,
na akae kwa uzuri. Kwa hiyo mnyama mwenye kwato ana faida. Jamani, Bwana asifiwe sana. Anazuiliwa na bakteria, lakini amenunuliwa kiatu na Bwana, hakichoki, hakichoki. Kwato ni kiatu kisichochoka. Jamani, Bwana asifiwe. Wangapi wanamshangilia Bwana kwa uumbaji wake? Haleluya. Sasa nisikilize kwenye kucheua. Walioenda shule watasikia lugha hii. Katika wanyama wanaocheua, wanasikia sayansi inasema kuna wanyama wa aina mbili. Wengine wanaitwa regurgitating animals and non-regurgitating animal, yaani wanyama wanaocheua na wanyama wasiocheua. Lakini walioenda shule watakubaliana na mimi, walisikia jambo hili. Walifundishwa elimu inayosema kwamba kuna wanyama wanaoitwa herbivorous na carnivorous. Herbivorous ni wanyama ambao wanakula majani, lakini carnivorous ni wanyama wanaokula wanyama wenzao. Labda nirudie kwa Kizungu. Wanasema carnivorous are animal eating other animals, lakini wanasema herbivorous are animal eating grasses. Yaani, Bwana asifiwe. Kama mnanielewa kidogo, punga mkono ndio nijue shule ya Tanzania ndio kama ya Kenya. Sasa katika wanyama hawa ambao wanaitwa regurgitating na hao wengine wanaitwa non-regurgitating animals, sikiliza sayansi ya Mungu inavyoshuka. Katika wanyama ambao ni regurgitating, yani wanaocheua, tunasema 95% of regurgitating animal are all animal whom are those animal which eat grasses, are those animal called carnivorous. Hao carnivorous, yani wanyama ambao wanakula majani, ndio wanaoitwa wanyama wanaocheua, na hao ndio Mungu alisema tuwale. Jamani, Bwana asifiwe. Sasa nisikilize, wanyama wote wanaocheua, kama hapo natamani uvuta sikio, hebu mwambie jirani yako kuwa makini uelewe. Bali Bwana asifiwe. Wanyama wote wanaocheua wana matumbo manne. They have 4 stomach chambers. Jamani, 4 stomach chambers. Hapo sasa kaza shingo mbele, unielewe, usije ukauliza jirani, pastor alikuwa anasemaje? Ni hivi, matumbo hayo manne yanaitwa hivi. Tumbo la kwanza linaitwa rumen. Tumbo la pili linaitwa reticulum. Tumbo la tatu linaitwa omasum. Tumbo la nne linaitwa abomasum. Sasa haya matumbo manne ya wanyama wanaocheua yanawasaidia na ni bora yawepo katika mwili wa mnyama. Na mnyama mwenye matumbo haya manne anafaa kuliwa. Kwa nini anafaa? Anafaa kwa sababu kwa kuwa na matumbo manne, kila tumbo lina kazi yake. Kila tumbo linafanya kazi ipaswavyo. Kuna tumbo kazi yake ni kuosha majani na kuondoa dust, lakini kuna tumbo ambalo likishaondoa dust na kuyakatakata, kuya grind, sasa tumbo linalofuata linachukua minyoo na wale tunasema easily dying bacteria and easily dying virus, wanakuwa trapped katika tumbo la pili, ambalo tunasema la kwanza ni rumen, tumbo la pili ni omasum. Sasa hapo kwenye omasum inachukua tumbo la tatu linaitwa abomasum, ya rumen reticulum, la pili ni reticulum, la tatu ndio omasum. Hapo kwenye omasum kuna multifunction, inatoa chakula, majani yanahamishwa kuwa kwenye juice, inakuwa kama green juice, na inachukua hiyo green juice inaipeleka katika utumbo wa mwisho, na ule utumbo unaichanganya ile majani na kuyachuja na kuendelea kukusanya bakteria, inakusanya udongo uliosalia na kuifanya ile juice ya kijani ambayo ni chakula cha mnyama kiruhusiwe kwenda kwenye mirija ya damu, na ndio iende katika mwili wa mnyama, na mnyama huyo anakuwa safi salama kwa ajili ya chakula. Kama umenielewa, shangilia useme amen. Yaani haleluya. Wangapi wameelewa hiyo science kidogo? Unajua shule inamfanya mtu aelewe, ndio uone mpango wa Mungu anaposema mnyama afae kula
awe na kwato. Kwato tumeona faida yake. Awe anacheua, tumeona faida ya kucheua. Sasa kuna wanyama ambao watatajwa hapo. Naomba uendelee kutiririka kwa haraka ili nitoe sababu za wao kutoliwa. Sababu za wao kutoliwa kwa haraka, na hiyo nitakuwa nimehitimisha hapo, na kesho nitaendelea mpango wa Mungu katika hekalu la Mungu. Maana kesho tutaama kwenye somo linaloitwa hekalu la Mungu. Hizi siku mbili nashughulika na mtindo wa maisha ya mwanadamu, lakini na kulitambua kanisa la kweli la Mungu. Hebu kanyaga twende msomaji. Lakini hawa msile katika wale wenye kucheua. Lakini hawa msile katika wale wenye kucheua. Na hao waliopasuliwa ukwato. Na hao waliopasuliwa ukwato. Maana mnyama anayefaa kuliwa awe na sifa zote mbili. Acheue na awe na kwato. Na tumesema hizo sifa zote mbili umuhimu wake tumeutafakari kwa umakini. Hebu twende mbele msomaji. Ngamia. Ngamia. Na sungura. Na sungura. Na kwanga. Na kwanga. Au tusile ngamia, tusile sungura. Sasa fuatilia kwa Biblia yako, kama ni ya Kiingereza, kama ni ya Kikuyu. Ndio usiseme huyu mchungaji alihubiri kwa Kiswahili kwa hatujamuelewa. Fuatilia kwa Biblia yako nyingine ya lugha yako. Twende. Kwa kuwa hucheua. Kwa kuwa wanacheua hao watatu waliotajwa, lakini ila hawakupasuliwa kwato. Hawajapasuliwa kwato. Ukitaka kuelewa, enda pia Mambo ya Walawi 11 utasoma kwa wakati wako. Hebu twende kwa haraka. Ni najisi kwenu. Hao kwa sababu wanacheua ila hawajapasuliwa kwato, hao ni najisi kwenu. Kimojawapo kikikosekana kwenye sifa ya mnyama hafai kula. Anayefaa kula awe na kwato zilizopasuka, lakini pia acheue. Jamani, kama unanielewa punga mkono tena jioni ya leo tunapoenda kwenye vilele vya hotuba hii. Haleluya! Hekalu linalotembea katika kula. Hekalu linalotembea katika kula. Hebu ninaomba utembee mbele, kuna mnyama anatajwa hapo ambaye nitamtolea maelezo. Na nguruwe. Na nguruwe. Kwa kuwa amepasuliwa ukwato. Kwa sababu nguruwe amepasuliwa kwato. Lakini hacheui. Lakini hacheui. Huyo ni najisi kwenu. Huyo ni najisi kwenu. Msile nyama zao. Msile nyama ya nguruwe. Wala mizoga yao. Wala msile mizoga yake. Msiiguse. Msije mkaigusa. Anasema nguruwe hawafai. Msile nguruwe kwa sababu nguruwe hacheui. Sasa nguruwe anaitwa jina pig, wengine wanaita pork. Hafai kuliwa kwa sababu hacheui. Sasa ngoja nikuambie, nguruwe ana sababu zaidi ya 30 ambazo zinafanya asiliwe, ila nitataja chache kwa sababu ya wakati wangu. Sababu ya kwanza inayomfanya nguruwe akose sifa ya kuliwa na Mungu amesema asiliwe ni hii ifuatayo. Ya kwanza kabisa, nguruwe hafai kuliwa kwa sababu ya digestive system yake. Nguruwe hana matumbo maine. Digestive system ya nguruwe inakuwa sawa na digestive system ya mwanadamu ama ya panya ama ya mende. Mende ni cockroach, panya ni rat. Yaani anakuwa sawa, digestive system yake zinafanana, sawa na hizo ambazo ninataja. Sawa na hizo ambazo ninataja. Sasa msimuangalie huyo, tazameni kwenye somo ambalo you cannot get it easily. Sasa ni hivi kwamba hafai kwa sababu digestive system yake inakuwa haifai kwa sababu iko kama ya mwanadamu, kama ya panya na kama ya cockroach ambaye ni mende. Sasa kwa sababu mfumo wake uko kama hao niliowataja, lakini anakula vyakula vyote vichafu, anakula nyama, anakula majani, anakula vyakula vilivyobaki kwenye harusi, anakula ulivyobakisha kwenye kula, yani anakula vyote, lakini mfumo wake wa ulaji haumruhusu. Maana tunasema nguruwe is an intermediate animal. Kwa nini ni intermediate? Kwa sababu ana act kama carnivorous na ana act kama herbivorous, na kwa sababu ya kuact kama carnivorous na herbivorous anakosa sifa, anakosa vigezo vya kuliwa, anakosa vigezo vya kuliwa, na kwa sababu ya kukosa vigezo vya kuliwa anakuwa hafai kwa maisha ya ulaji. Ndio kama nanipata punga mkono namna hii.
Sababu ya kwanza ni mfumo wake wa ulaji, watu wa mmeng'enyo wa chakula, yani digestive system. Kwa hiyo digestive system ni mbaya, imekaa vibaya. Ingefaa kama angekuwa anakula vilivyopikwa vizuri, ambavyo havijakutana na uchafu wowote, ambavyo vimekaa na kutulia. Ni vyakula ambavyo mwanadamu angekula, angeweza kufaa. Sababu ya pili ni kitu kinachoitwa reproductive system. Nguruwe, wale wasiofahamu, nguruwe yani pig ana undergo menstrual cycle, anakutana na hedhi, anakuwa na menstrual cycle. Kwa hiyo nguruwe ana bleed. Kitendo cha nguruwe kuwa ana bleed, ana undergo menstrual cycle, na nguruwe havai pedi. Sijai kuona nguruwe anavalishwa pedi. Yani anapokuwa ana undergo hiyo menstrual cycle, ile damu inakuwa ni dangerous, ni hatari kwa mwili wake, kwa sababu inatoka na haina ulinzi. Kwa hiyo kitendo cha ile damu kutoka na kusambaa kwenye mwili na kwenye ardhi anayokaa, anarudishiwa virus, bakteria, minyoo na kila kitu kibaya ambacho kinamnyima nguruwe sifa ya kuwa mnyama anayefaa kula. Kama unanielewa, punga mkono namna hii. Sababu ya tatu kwa haraka, nguruwe hafai kula kwa sababu kisayansia, nguruwe katika kitu tunachokiita excretory system, yani mfumo wake wa ngozi haumsapoti kuliwa, kwa sababu ana ngozi laini. Yani nguruwe ni kama tu ni mzungu aliyeendelea, maana ana manyoya mengi lakini ngozi ni nyepesi. Kwa hiyo ile ngozi inaingiza bakteria, inaingiza virusi, inaingiza minyoo na wadudu wengine wanakula na kuingia ndani yake. Kwa hiyo ile ngozi sio ngumu. Kwa hiyo kwa sababu ile ngozi ni laini, inasababisha bakteria, virusi, fungus na kila kitu kinaingia kwa urahisi kwake na inaleta shida. Na kwa hiyo kwa sababu hiyo nguruwe anapoteza sababu na sifa za kufaa kuliwa. Kama unaendelea kunielewa, punga mkono kwa sababu hiyo. Haleluya. Nguruwe anakosa kuliwa kwa sababu ya sifa nyingine. Tutaendelea kuuliza maswali hapo baadaye. Nguruwe anakosa kuliwa kwa sababu ya sifa nyingine pia ambayo tunaitazama. Tunasema nguruwe anakosa kuliwa kwa sababu ya uchinjwaji wake, yani anavyochinjwa ili aliwe. Mwanadamu amekatazwa kula nyama yenye damu, lakini nguruwe anakuwa na anapigwa kwanza ndio afe. Yani anapigwa na marungu. Huwezi ukamchinja kwa sababu kwanza kichwa chake kimejaa bakteria, kimejaa virusi, kimejaa fungus. Kwa hiyo anakuwa kama ni kichaa. Is an animal with mental disorder. Anakuwa ni mnyama ambaye wale ambao wamesoma agriculture wanafahamu ni mnyama mwenye itilafu za kiakili. Kwa hiyo huwezi ukamchinja kwa kuchinja hivi, atakung'ata akuue. Na jino lake lina sumu mbaya kuliko kawaida. Kwa ndio maana wanamchinja, wanampiga kwanza ndio afe, alafu wamchinje. Sasa kitendo cha kumpiga akiwa anaelekea kufa ndio mchinje, damu inakuwa imechanganyika na nyama. Kwa kitendo cha damu kuchanganyika na nyama, nguruwe anakosa sifa ya kuliwa. Kama unanielewa, punga mkono namna hii. Kwa sababu damu ndio mahali ambapo kuna bakteria. Hata leo ukienda kuzini na mtu ukaenda naye kwa guest, utajilinda damu yako isikutane na ya kwake, maana kama itakutana utapata infection. Sasa hivyo katika kumla nguruwe anakuwa hafai kwa sababu anakuwa ana infection kwenye damu, na ile damu imechanganyika na nyama. Na kwa hiyo unakuwa unakula nyama ambayo mishipa yake ndani yake ina damu karibia yote, maana haikutoka, maana mnyama hakuchinjwa, alipigwa akafa, damu ikaganda ndio akachinjwa. Kama unanielewa tena, punga mkono tena hivi. Hebu muulize jirani yako, unaelewa? Yaani Bwana asifiwe. Nataka tutoke kwenye giza tukiwa tunaongea kitaalamu na tunaongea sawa na neno la Bwana lisemavyo. Haleluya. Yani haleluya. If you get that fact, may you wave please. Kama unanielewa, punga mkono hivi.
Sababu hizo nimetaja kama sababu 7. Ya 8, sababu ya 8 tunapoenda kuomba jioni ya leo ya kumfanya nguruwe akose ubora na sababu za kuliwa. Nguruwe anakosa ubora wa kuliwa kwa sababu 75% ya nyama ya nguruwe ni mafuta. Jamani, kitu gani? Mafuta. Yani pork or pig is full of cholesterol. 75 to 8% of the pork's meat is full of cholesterol. Yani inakuwa na cholesterol. Kwa hiyo yale mafuta ni mabaya kuliko nyama yenyewe. Kwa ukila nguruwe, asilimia kubwa unakula mafuta kuliko nyama. Kama pia unanielewa, punga mkono namna hii. Yani punga mkono namna hii. Haleluya. Sasa na sababu nyingi, ila naomba niishie hapo. Hebu tusome Mwenyezi Mungu anapokataa mafuta na damu. Naomba usome Mambo ya Walawi 17. Msomaji, Mambo ya Walawi 17. Naongea na msomaji hapo. Mambo ya Walawi 17 mstari wa 23. Naomba unisomee hapo 17:23. Mambo ya Walawi 17 mstari wa 23. Biblia inasemaje? Biblia inasema, Mambo ya Walawi 17. Mambo ya Walawi 17 mstari wa 13. Mstari wa 13. Mtu yeyote aliye na wana. 17 umesoma 23. Mambo ya Walawi 17 23. Hebu soma hapo. Mtu yeyote aliye na wana wa Israeli au wa hao wageni wakao kati yenu. Hebu soma 7:23 Mambo ya Walawi, maana sijaelewa sana hapo. 7. Soma kwa haraka tu ili niweke mada hii wazi na niwaache watu wakiwa wazi wanaelewa kinachoendelea. Nena na wana wa Israeli uambie. Nena na wana wa Israeli uambie. Usile mafuta yoyote. Usile mafuta yoyote. Ya ng'ombe. Wala ya kondoo. Wala ya mbuzi. Tena msile mafuta yoyote ya kondoo, mbuzi wala ng'ombe. Yani hata kama ng'ombe umechinja, mafuta yake unatakiwa uyatoe. Ule nyama ambayo haina mafuta kwa sababu ya ubora wa afya yako. Na ndio maana nawaambia, kama tungejua tungekula vyakula ambavyo mafuta yake ni ya mimea kuliko mafuta ya wanyama, maana Mungu amekataa. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu soma tena fungu la 24. Biblia inasema, inasemaje? Bora mafuta yatumikeje? Tena mafuta ya mnyama afaye mwenyewe, na mafuta ya mnyama aliyeraruliwa na wanyama, na ruhusa ya kuyatumia kwa ajili ya mambo mengine. Yaani Bwana asifiwe. Labda niwaambie, kesho nitasoma mafungu mengine ya ziada yanayoeleza kwamba mafuta na damu havifai, lakini leo nataka niishie katika mafungu mawili pekee, na niitishe wito na kwaya inapojipanga sasa. Mafungu mawili pekee tunapomaliza hotuba hii, Isaya 65 mstari wa 4 na Isaya 66 mstari wa 17. Tutatamani hayo yasomwe tunapoweka mzizi. Angalau leo tutaishia hapo, na kesho nitaendelea. Nitaenda kwenye samaki wenye magamba na nitasema habari zake vizuri. Kwa nini samaki waliwe wenye magamba na mapezi? Tutajua hapo kesho, lakini naomba unisomee kidogo hapo kwa ajili ya support ile ya ulaji wa mifugo hiyo kama itwavyo kama nguruwe. Hebu soma. Isaya 65 mstari wa 4. Biblia inasemaje msomaji? Waketio kati ya makaburi na kulala katika mahali pao pasiri, walao nyama ya nguruwe, wanaokula nyama ya nguruwe, na mchuzi wa vitu vinavyomchukiza Bwana. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Bwana anavichukia. Anasemaje? Vitu vilichukizavyo katika vyombo vyao. Ukiwa na vitu vichukizavyo, michuzi ya vitu vichukizavyo katika vyombo vyao,
Mstari wa 5. Ehe. Watu wasemao, Watu wasemao, simama peke yako, yani wana ule utakatifu lakini wanakula vitu vichukizavyo. Ndio. usinikaribie mimi, Usinikaribie mimi, kwa maana mimi ni mtakatifu kwa maana kuliko mimi ni wewe. mtakatifu kuliko wewe. Watu hao ni moshi puani mwangu. Bwana anasema kama wanakula nguruwe na michuzi ichukizayo, ni moshi puani mwangu. Naomba nisome 66:17 Isaya. Biblia inasema watu wale wajitakasao na kujisafisha katika bustani, nyuma yake aliye katikati, wakila nyama ya nguruwe na machukizo na panya watakoma pamoja, asema Bwana. Bwana anakataa. Nilisema kwa ijipange, sijajua kama na wenyewe wamepigwa na baridi hivi. Haya, kwa hiyo Bwana anakataa, anasema hayo yote tusiyatende. Kwa nini Bwana anasisitiza? Mr. Mackenzie, utarejelea fungu lile la msingi kabisa la kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10:31 ili tuone kwa nini Bwana anaendelea kusisitiza kwamba hivyo vitu havifai. Kwa nini? Biblia inasemaje? Wakorintho ni wa kwanza 10. Wakorintho wa kwanza 10 mstari wake 31. Mstari wa 31. Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa nani jamani? Wa Mungu. Msisitizo wake uko katika Wakorintho kwanza 6:19 hadi 20. Na amerudie mafungu hayo kwaya inapoimba sasa. Au watu wa Ithaka mjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala nyinyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa kwa sababu mlinunuliwa kwa thamani, mtukuzeni Mungu mtukuzeni Bwana katika miili yenu. Tuseme amina. Yaani tuseme amina. Bwana anataka tumtukuze katika miili yetu, katika kula kwetu, katika kunywa kwetu. Na ndio maana kesho nitashika laini ya unywaji, lakini pia nitashika laini ya vile ambavyo tumebakiza katika kula. Bwana anataka tumtukuze katika miili yetu na jina lake litukuzwe. Kwaya karibu, tunapotaka tuombe kwa haraka kidogo jioni ya leo. Kwaya karibuni.
ni kubwa kiasi gani kujua kwamba sisi ni mahekalu yanayotembea, ya kwamba Bwana ana thamani na sisi. Watatudharau wengine, lakini sisi tumenunuliwa kwa bei ya thamani. Jamani, tumenunuliwa kwa bei ya thamani. Haleluya! Na Yesu anasema basi kwa Warumi 12, itoeni miili yenu. Na wasi wapendwa, kwa huruma zake Bwana, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, maana hiyo ni ibada yenu yenye maana. Kama mtatoa miili yenu
hapa, wasogee hapa, au wote wasogee hapa. Ikiwa unaenda kubatizwa na ulikuwa hujaandikwa ama ndio unaandikwa leo, niwaita tusogee hapa. Wale wote ambao tutaenda kubatizwa tusogee hapa, tusogee hapa. All who are going to be baptized, wale ambao watabatizwa sabato ijayo wasogee hapa. Asante sana. Nahitaji niwaombee wabatizwa wote. Ikiwa uko hapa ama uko mbali na ulikuwa hujabatizwa, sogea uje hapa, sogea uje hapa. Wale ambao jioni ya leo wapo, hata kama ni wewe dada, mama, baba, kaka, unaweza kusogea hapa. Wale ambao wote wanaenda kubatizwa wasogea hapa, wasogee hapa, wasogee hapa. You are welcome, you are welcome. Dada, Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana. Wale wote ambao watatamani kupokea ubatizo, sogeni hapa. Nataka niwaombee kipekee. All will be going to be baptized. Dada, Mungu akubariki sana. Endelea kusogea hapa rafiki zangu. Sogea tu vizuri. Nataka niwaombee hapo kabisa, hapo kabisa. Mungu awabariki sana. Kusogea hapa. Endelea kusogea. Kama kuna mwingine sogea hapa. Hujabatizwa, hujabatizwa. Sogea hapa. Sogea hapa rafiki yangu. Sogea hapa nikuombee. Time is not with us. Natamani waombee ili niwaombee kipekee. Kuna ubatizo unakuja. Wale wote ambao wataenda kubatizwa wasogee tu hapa. Tuje hapa, tuje hapa. Sogea kabisa, sogea kabisa. I want to see you close, close with me. Mungu aendelee kuwabariki, Mungu aendelee kuwabariki. Karibuni ili niwaombee, karibuni kwa sababu nataka niwaombee watakao batizwa wote. And I'm about to pray. Kama ulikuwa hujabatizwa sogea, sogea hapa. Kama ulikuwa hujapokea ubatizo sogea hapa. Tunaenda kuwa na ubatizo wa pekee sana, ubatizo wa pekee sana, ubatizo wa pekee, ubatizo wa pekee. Karibuni usogee hapa. Naweza kukaribia usogee hapa. Ikiwa unataka kubatizwa sogea uje hapa, sogea uje hapa. Yesu anaita, naenda kuomba sasa. I'm about to pray. Kama unataka kuyatoa maisha yako, wale wote ambao wanatamani kuyatoa maisha yao kwa njia ya ubatizo, wanatamani wayatoe maisha yao kwa njia ya ubatizo, popote ulipo, tunaenda kuomba sasa, tunaenda kuomba sasa, na ninaenda kuombea leo kipekee. Kwa yuko mwingine asogee hapa, asogee hapa. Tutakuwa na ubatizo mkubwa sana siku ya Saturday, siku ya Saturday. Mwalike rafiki yako, ongea na rafiki yako, ndugu yako, mpendwa wako. Tutakuwa na ubatizo mkubwa sana wa kipekee, wa kipekee, a very special baptism. Wawe zotakasa mioyo michafu, tuime nilipape na wiwa naye dhambi ilitiawa. Yesu aliondoa, Yesu aliondoa. Kama kuna mmoja tu asogee hapa ambaye hajabatizwa, ambaye hajabatizwa aendelee kuja hapa. We will have a very special big baptism. Kwa na ubatizo wa pekee mkubwa ambao utafanyika hapa kwa ajili ya watakatifu wa Bwana. Ikiwa na miaka kuanzia 13 kwenda mbele hujabatizwa, unaalikwa hapa, 13 years and above. Na ikiwa ulirudi nyuma unahitaji ubatizo, karibu hapa. Ikiwa hujawahi kubatizwa unahitaji kubatizwa, miaka 13 kwenda mbele, Roho wa Bwana anakualika, anakualika. We want to pray now. Tunahitaji kuomba sasa, tunahitaji kuomba sasa. Tunataka tuombe muda si mrefu. Bwana anataka atusaidie, Bwana anataka atusaidie. We are about to pray, we are about to pray. Bwana awasaidie, Bwana awasaidie. Ubarikiwe kaka kwa kuja. Ikiwa kuna mwingine mmoja wetu ambaye amebaki, unaalikwa, unaalikwa. Dada unaalikwa, kaka unaalikwa, rafiki yangu unaalikwa. Yesu anaita, Yesu anaita, Yesu anaita. Ubatizo mkubwa utafanyika. There will be a baptism. Niruhusu sasa, betilo linapoisha
nikiomba. Ikiwa bado ulikuwepo mbali, Bwana akubariki. Basi asante wanakwaya, Mungu awabariki. Nitangaze katika utulivu huu, ikiwa unanisikia kutokea mbali na karibu, tutakuwa na ubatizo wa pekee sana, ubatizo mkubwa siku ya Saturday, ubatizo mkubwa siku ya Saturday. Ikiwa una miaka kuanzia 13 years old kwenda mbele na hujawahi kubatizwa, ama ulibatizwa ukaingia dhambini ukajikuta umeanguka tena, Bwana anakuita. Bwana anakuita. Una nafasi ya kubatizwa. Una nafasi ya kubatizwa. Mama, kaongee na mtoto wako. Baba, kaongee na watoto wako. Ninawaalika uongee na rafiki zako, wampokee Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Nimeona hata wengine ni washiriki, wana watoto wana 13 and above, ila wanaambia you are too young to Jesus. Wewe bado atakapokuletea mtoto ndipo utajua amekuwa mtu mzima. Atakapovuta bangi ndio utajua amekuwa mkubwa. It is better aje kwa Bwana kungali mapema, awe amempokea Kristo mapema. Kwa hiyo msisitize mtu mmoja ambaye bado hajabatizwa. Wote ambao hajabatizwa tutatoa ubatizo wao hapa. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. It will be a very mega baptism in Jesus name. Tuko ubatizo mkubwa wa pekee sana. Hawa waliojitoa hapa sasa naenda kuomba kwa ajili yao. May we pray. Baba na Mungu wetu, asante kwa ajili ya hawa walio wengi mbele zako, maana unasema kwenye Biblia ni furaha mbinguni kwa mwenye dhambi mmoja anapotubu. Hawa ni zaidi ya mmoja, wawili, ni zaidi ya watano, ni zaidi ya wengi mbele zako. Ninawaombea ushindi katika jina la Yesu. Ikiwa katika waliojitoa kubatizwa kuna ambaye alikuwa anateswa na uraibu wa pombe, anateswa na uraibu wa madawa kulevya, anateswa na dhambi fulani ambayo imemchanganya, mtumishi wako kwa damu na mamlaka uliyonipatia, ninawatakasa kwa jina lako. Watakasike kwa jina lako, wapate mamlaka mapya. Hata watu waliowajua mwanzo wawashangae kwa jina la Yesu. Wabadilike kwa jina la Yesu. Tabia zao zibadilike, maisha yao yabadilike, dhambi zao zikafutwe mbele zako, maana ulisema watakao kukiri mbele za watu utawakiri mbele za Baba yetu, utawakiri mbele ya Baba yetu. Kuna kundi liko mbele yako Yesu, ninalikabidhi shetani asipate mamlaka kwa watoto wako hawa. Waandaliwe vyema kwa ajili ya uzima wa milele, waandaliwe vyema kwa ajili ya uzima wa milele. Dhambi zao zinasamehewa, maisha yao yanatakaswa, maisha yao yanakuwa mapya. Na kama kuna ugonjwa upone kwa jina la Yesu, upone kwa jina la Yesu. Maisha yao ukayabadilishe, kesho yao ukaibadilishe. Na kuna wengine wako mbali wanasikia wito huu na wanatamani kubatizwa. Bwana, sema nao. Shetani anawarudisha nyuma, shetani ana hasira nao, ila kwa mamlaka ya Roho wako, popote anayetaka kubatizwa alipo, sema naye aokolewe, sema naye aokolewe. Baba, utuandae kwa ajili ya uzima wa milele. Andaa kundi kubwa kwa ajili ya ubatizo mkubwa siku zijazo, na Jumamosi patakuwa na ubatizo mkubwa hapa, na kila aliye mbali umwandae, wabatize kwa Roho wanaposubiri kubatizwa kwa maji, kwa jina la Yesu Kristo Bwana. Na kila aliyekuja mkutano jioni ya leo, jibu haja na mahitaji ya moyo wake. Yeyote ambaye anaomba kwa ajili ya ugonjwa, anaomba kwa ajili ya matatizo, anaomba kwa ajili ya watoto, anaomba kwa ajili ya ndoa, kwa ajili ya mahusiano, kwa ajili ya shida yoyote, Baba, wajibu watoto wako. Baba, wajibu watoto wako. Miujiza mikubwa itokee kwao, miujiza mikubwa itokee kwao. Testimony over testimony. Hivyo tuombavyo kwa jina lipendezalo majina yote, jina la Yesu Kristo. Kila aminie ashangilie akisema amen. Tuseme wote amen. Ndivyo Bwana anavyotenda. Ikiwa hujapokea ubatizo na unatamani kuandikwa, na nimeombea wote kwa ujumla,
walio mbali na karibu. Ikiwa ni wewe kijana, binti ambaye hujabatizwa, Yesu anakuita. Baba, mama, Yesu anakuita. Pendo lake linadumu siku zote. Waliobatizwa, Mungu mnaojitaka kubatizwa, Mungu awabariki sana. Shetani asiwapate, shida zisiwapate. Kesho yenu iwe kubwa kuliko leo kwa jina la Yesu. Mungu awabariki. Brother Rundo atakapochukua hatamu kwa wakati kidogo, na ndiposa baadaye atachukua wakati mtumishi wa Bwana kwa dakika zile ambazo zitaendelea, tukikaa na wale wabatizwa, wakiona elders mahali ambapo ikiwa unahitaji kubatizwa ona elders. Na sasa kwa pendo la Yesu Kristo, Mungu awabariki. Mr. Ruto, Rundo, karibu unapoenda kwa kipindi na unapomkaribisha sasa. Bwana awabariki. Miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu kwa jina la Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Asante, mtatuwia radhi kwa dakika kama 3 hivi, alafu tutaendelea.